Watoto, baba moja atuambie, unapofunga macho kuombea watoto wako huomba nini? Asante. Wow. Akienda shule asome, ajue kusoma ili ajue kusoma neno la Bwana. Ninajua kuna mambo mengine mengi, lakini ili tuweze kusonga haraka, ningetaka leo tu analyze, tuweke short list mambo ambayo tunapaswa kuombea watoto wetu. Na utakuta kumbe hata siku moja haitatosha kumwombea mtoto wako mmoja. Itakuwa unachukua siku 2 ama 3 kuombea mtoto mmoja. Kwa hivyo kama una watoto 3 utachukua wiki nzima, juma nzima kuombea watoto. Kwa sababu kuombea huyo mtoto mmoja, mambo ambayo unamuombea si mambo machache tunavyodhani. Si summary ambao huwa tunaichukua tu na tunasikia tuko sawa na tunasikia tumeomba. Kwa sababu Biblia inatuahidi ya kwamba tuombe bila kukoma. Wakati tunaombea watoto, je, tunawaombea namna gani? Watoto wetu tunawaombea namna gani? Na wakati tunawaombea, what do we pray? Pray for your children, but what to pray? Hebu kwanza tusome katika kitabu cha Psalms 118 verse 28 ya kuweza kutusaidia kufungua somo la leo. Sijui kama msomi yako ama hayuko. Asante my son. Tusome Psalms 118 verse 28. 1:28 inasema, ndiwe Mungu wangu, yes, nami nitashukuru. Ndiwe Mungu wangu, nami nitakutukuza. Amen. Some haraka sana katika kitabu cha Romans 15 verse 13. Romans 15 verse 13. Hilo fungu la kwanza linatuonyesha juu ya kushukuru Mungu kwa ajili ya watoto wetu. Na huyu mwanazaburi anasema nitakushukuru. 13 inasema, 15:13. Basi Mungu watumaini na wajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. Amen. Tunapoomba tunaombea watoto wetu furaha na amani katika kuamini. Sasa ninaanza shortlist mambo kadhaa hapa, mambo kama 10 ambayo tunaweza kuwa tukiombea watoto wetu. When you pray for your children, number 1, pray for their obedience and submissiveness to the parents. Ombea watoto wako kuwa watiifu. Kuna watoto utatamani, leo asubuhi tumekuja na mama mmoja na akaniambia haki, huyo mtoto wangu kuna kitu alimfanyia jana huyo mtoto, na huyo mama ako very sad. Sasa ananiambia huyu mtoto amekuwa kisirani, huyu mtoto ni kichwa ngumu, hakuna kitu hatujajaribu. Then nikamuuliza huyo mtoto wako how old? Akaniambia miaka 7. Hebu tunapoomba tuombee watoto wetu kuwa watiifu, kwa sababu hata tunaweza enda shuleni na tufanye degree in child psychology, lakini kama Mungu hatasaidia mtoto kuwa mtiifu, hakuna elimu ya dunia hii inaweza msaidia. Kwa hivyo kumbuka sana kuombea watoto wako utiifu, wanapokuwa nyumbani, wakati wazazi, wanapotoka huko nje, wakati watu wanaokutana nao, wakati hata serikali. Number 2, pray for their salvation and for the spiritual growth. Tuombee watoto wetu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mimi kila siku ninapoomba, ninajiombea mambo mengi. Ninaomba mambo mengi, naombea kanisa. Lakini wacheni niwaambie, nikifika kuombea watoto wangu, huwa ninalia sana. Na ninamwambia Mungu, heaven will be so miserable. Heaven will be lonely for me kama nitaenda huko bila watoto wangu. Tuombeeni watoto wetu waweze kukubali wokovu. Waweze kukubali wokovu. Kwa sababu tulilo nalo sasa hivi la muhimu, mengine ni sawa, lakini la muhimu zaidi ni preparation for the second coming of Jesus. Tuombee watoto wetu waweze kukubali wokovu. Tuombee watoto wetu waache kuchukua dini kama kawaida. Tuombee watoto wetu waache kuishi maisha ya unafiki, hypocrisy, lakini waweze kuchukua wokovu na kufuata. Ninapomuona my son Robinson anaposimama na kutoa neno, ninasikia moyo wangu vizuri. Ninauliza Mungu wa mbinguni, si ukumbuke vijana. Ni wengi sana walika na huyu kijana wamepotelea dhambini. Ni wengi sana wako hapa kanisani and they know nothing.
Hawana habari ya ulimwengu. Kitu wanachofanya ni kusubiri tusichana tunapoingia na kuharibu. Wengine wako hapa ndani ni walevi wa ajabu. Si Mungu ukumbuke, I was praying that prayer when I was seated there. Ninapomwona huyu kijana mdogo tu, lakini ametoa maisha yake kwa Yesu. Hata akihubiri unasikia huyu kijana anatumiwa na Mungu. Tafadhali, let us pray for the salvation of our children. Tuwaombee, na wanapokuwa wamekubali hiyo salvation, wakubali kugrow, wakubali kukua. Agenda sio kubatiza tu. Si ati mtoto wako amebatizwa amekwambia uko Nairobi, mami naenda kubatizwa Sabato, umeruka nyumba yote kwa ajili ya kufurahi. Ni pamoja na kubatizwa kuna kukua katika kiroho. Otherwise hatuwezi tunabatizwa tunakaa pale. Unakaa kama yule mtoto huzaliwa na anakaa hawezi kutembea, anakuwa na shida, anakuwa retarded. Tuna Wakristo wengi ambao ni retarded. Tuna watoto wengi kanisani wako retarded spiritually. Hawa move. Ile movement wanajua sana ni ya kununua uniform ya Pathfinders. Ile uniform ile bidii wako nayo sana ni kuimba kanisani. Ile bidii wako nayo kubwa sana ni safari, makambe iko wapi, youth iko wapi, wakipita, lakini hawana chochote ndani yao. Wacheni tuombee watoto wetu waweze kugrow spiritually. Lakini kama nilivyosema jana, mtu hutapika kitu ambacho wamekikula. Kama sisi hatuja grow spiritually, what do you expect? It will just take the grace of God for our children to grow spiritually. Wacheni niwaambie, kuketi kanisani si dawa tosha. Haitoshi kabisa. Na huwa ninaambia watu, Wasabato hawataenda mbinguni, lakini Wasabato ambao wamekubali kukua kiroho, hao ndio watakao kuwa mbinguni. Tuombeeni watoto wetu. Otherwise watoto wetu generation walio nayo kutoka hii rika ya kina Robinson kusonga nyuma yote ni shida, taabu na matatizo. Hawa ndio wanaoana na ndoa inakaa mwezi wanaachana. Hawa ndio wanazaa tu mtoto wanapiga dread, wanasuka, wanafanya kupiga watoto vijana kupias masikio. Hawa watoto wetu ukisonga hapo nyuma ni wale wako university. University zetu unfortunately zimekuwa shimo la uovu. Zimekuwa Babeli. Wakitoka hapo ni wale sasa wako high school. Wale wamemaliza high school wanangoja wako hapo. Hao nao ndio hao wamevamiwa na ibilisi wa homosexuality, lesbianism, masturbation, pornography, bangi na vitu vyote vibaya. Na amekuja kanisani ametulia tu, utadhani yako sawa sawa. Siku moja nikaenda Samu ya kuhubiri. Na tulikuwa pale na kina mama, ilikuwa rally ya kina mama. Na sasa tumeendelea siku ya Wednesday, Thursday, Friday, tumeshinda vizuri, tumeketi lunch time hapo hivyo tunakula turudi saa 8. Na mama mmoja kati ya kina mama wale tulikuwa na yeye jana, lakini akaona Friday hata kuja ili aweze kwenda kutayarisha watoto na kujitayarisha kwa ajili ya Sabato. Na basi akatoka na akaenda sokoni, naye mume wake pia alikuwa ameenda shughuli nyingine, na kwake kulikuwa na watoto 3. Mtoto mmoja, the first born, alikuwa I think grade 7. Na kulikuwa na watoto wengine 2 wadogo, lakini alikuwa na mtoto wa sister yake. Na huyu mama alipokuwa na mtoto wa sister yake, alikuwa anakaa na yeye kwa sababu huyo mtoto alikuwa anasomea shule fulani. Akafukuzwa kule, akawa unruly, mtoto ambaye anatutabia si sawa. Lakini sister yake akaambia the lady ambaye sasa anaongea juu yake, akamwambia sister yake, nipe huyo mtoto, tukae na yeye, najua anaweza badilika, especially tukienda kanisa letu. Na basi wakaishi. So this faithful Friday, mama ameenda, huyo ameenda. Baba akiwa kazini akasikia tu kuna kitu kinamsukuma kimbie home. Alipofika nyumbani akakuta mambo sio sawa. Akakuta msichana wa kazi anahangaika kwa sababu huyu kijana kuna kitu amefanya. Na ameenda akaita msichana wa kazi na anamwambia Shiko, now the grade 7 girl, ako hapo mezani na ni mgonjwa sana. Msichana kitambo aingia aone ni wapi sister yake, mtoto wao ni mgonjwa, naye baba akafika. Baba aliingia akakuta mtoto wake amedungwa visu vingi sana kwa tumbo. Ana bleed vibaya sana. Na sasa walipokuwa wanakimbia hospitali ndio ikaanza kuangaliwa. Neighbor vizuri, bahati kwa neighbor kulikuwa hapo karibu kuna gorofa. Na ndio sasa wakaangalia CCTV. Huyu kijana ndiye aliua yule msichana, na alionekana akijaribu kumchukua
aende, sasa ni cousin, ameua cousin. Anambeba aende akamtie kwenye kisima cha maji, lakini akakuta hawezi fungua kisima, CCTV inaona, akachukua akarudisha kwa nyumba. Sasa wakati anaambia the house girl, the girl is sick, amechukua blanketi amemfunika, alipomwambia hivi akapita hivi, akaenda kwake akabeba bag na akapotea. Na mtoto alipopelekwa hospitali, sisi tumepigiwa simu tukakimbia anatoka huko na sisi tukuje, tukafika, lakini mtoto akaaga alipofika hospitali. Kijana akapotea. Akaenda kwa aunti yake Nairobi. Alipofika huko, simu zimepigwa kila mahali. Anauliza, nimekuja kuwasalimia. Kuna simu yote imepigwa huko? Na kwa sababu alijua kwa nini anauliza, wakamwambia hapana. Kwani kuna shida? Hapana, nimekuja kuwasalimia. Na basi ndio wakaitana, akakuja kuchukuliwa. Alipochukuliwa aliulizwa, mbona ulifanya hivyo? Akasema, mimi nimeingia kwa Illuminati na nimeitishwa huyo msichana, aunti yangu na anko yangu. Kwa hivyo hiyo ilikuwa first mission ambayo alikamilisha. Watoto wetu ambao ni high schoolers wameshikwa na mambo ya Illuminati, wameshikwa na mambo ya devil worshippers. So tukiwa wazazi kanisani, tuna jukumu kubwa sana. Jukumu si kuoga kuja Sabato, wana wa Mungu. Find time. Na nikaambia singles tulipokuwa pale, nikawaambia enda kwa nyumba yako tafuta. Siku moja kuna vijana marafiki zangu, tulipokuwa vijana wakaenda India. Na walipokuja wakaja kunitembelea nilikokuwa naishi, wakaniambia, Lucy, kama Wakristo wangemshika Mungu wao jinsi Wahindi wanavyomshika Mungu wao wa ng'ombe na miungu mingine ya sanamu, Yesu angelikuja kitambo sana. Nikauliza mbona? Wakatuambia tulipokuwa tumeenda India, kila nyumba tulipotembea tulikuta kuna madhabahu hapo mezani. Na hapo mezani kwa hiyo madhabahu kumewekwa hiyo miungu ya sanamu. Na hata mtoto aliye mdogo na kumewekwa candles. Hapo wanaenda wakiswali kila asubuhi, wakiheshimu, wakiabudu huyo Mungu wao wa sanamu. Na hata mtoto mdogo wa hiyo nyumba anajua pale ni pahali patakatifu, hapaswi kucheza hapo. Walipokuwa wananiambia haya maneno nikasikia uchungu sana. Na mimi nikaamua, na mimi nitajenga madhabahu kwa nyumba yangu kwa ajili ya Mungu wa mbinguni. Nikaenda kwa bedroom yangu, I set a place apart. Nikaweka kamkeka, nikaweka kakiti hapo, ninawekelea Biblia ya hapo na wimbo ya hapo, siendangi nayo mahali. I am there kneeling down and interceding for my children. Tafadhali tengenezeni madhabahu, tuitane kwa ajili ya watoto wetu. Isije ikawa watoto wetu ndio wanamalizwa huko. Kesho kanisa hili litakuwa mikononi mwa nani? Kesho ni nani atakuwa elder? Kwa familia yenu ni nani atakuwa akiitisha dawari harusi kifanywa? Ama ni watu wanakuja kutoka kule, wametoka, watoto wetu wamesoma, hiyo ni si siri, wamesoma vizuri. Wanakuja vijana wamevaa hivi, ndio wazee wako miaka 50 kama mimi. Wanakwenda hapo, wanaketi sasa, wanaanza sasa, vile unaona huyu demu wetu, huyu mrembo wetu ndiye unataka. Hiyo sasa ni kikao ya kuuza msichana. Nao wala wamekuja kwa sababu nao ni wao, wanasema sasa sisi vyenye mnaona tumekuja, hatuna ng'ombe nyingi. Siku zinazokuja jamani, what is our tomorrow? What is the tomorrow of this church ikiwa Yesu hatarudi haraka? Je, mtoto wako anaweza kuwa ndiye atakuwa anaitwa kuunganisha familia? Kwa sababu ni yeye mtoto atakuwa peke yake amesimama, amekuwa shujaa wa Yesu na hajapoteza values za kwao. Je, mtoto wako katika culture ya Kikisii ndiye atakuwa anaitwa mzee wa kijiji kwa sababu amekuwa akishikilia? Tufundishe watoto wetu hata values zetu na morals zetu kule tulikotoka. Ni kweli katika culture zetu kuna vitu vichafu. Ondoa vilivyo vichafu, lakini kuna vitu bado ni vizuri sana katika culture ambavyo vinasimamisha misingi yetu tukiwa wa Afrika. Tufundishe watoto hivyo. Nikasikia jana ikasemekana hapa ya kwamba ile mtu ambaye si learned kabisa ni yule hajui lugha yake. Hiyo kitu ilinishika sana because my late son nilimlea tukiwa pahali kwa institution. Kwa hivyo hakujua Kikuyu, alikuwa anaongea Kiswahili. Na basi alipokuwa mtu mzima ameenda Nairobi kusurvive, aliitiwa kazi Inoro TV ambayo ni mtoto wa Citizen TV. It's quite a big company. Na alipoenda pale alikuanga na base nzuri sana.
Besi yake, sauti yake ilikuwa nzuri ajabu. Kwa hivyo ameitwa pale kwa sababu wamemsikia kimba na wakasikia sauti yake anaweza kuwa mtangazaji bora. Lakini palipo na space ni Inoro particularly. Inoro is a Kikuyu TV. Lakini mtoto wangu alipoitwa pale hakupita kwa sababu hajui Kikuyu. Hayo maneno yalimuuma sana. Akaja nyumbani, wakati huo brother yake ni kadogo. Akaniambia, "Mom, tafadhali Sien ajue Kikuyu. Nimepoteza a great opportunity kwa sababu ya kujifanya mzungu na Mswahili. Kuongea Kizungu na Kiswahili si maendeleo. Mtoto kujua jinsi alivyo msabato na kurudi kwa Yesu, hiyo ndio maendeleo. Tafadhali fundisha mtoto lugha yake." Watu ambao mimi huvulia kofia hivi ni Wajaluo. Wajaluo atapiga Kizungu ingine soft tena tamu huko nje, lakini wakiingia kwa nyumba lugha ni nini? Kemera. Inaitwa Omera. Wanaongea hiyo. Kwa hivyo mtoto hata akienda ng'ambo, hata akienda wapi, anajua lugha yake. Huo ni utumwa na ukoloni ambao umewekwa kwenye mawazo yetu. Na huo ukoloni umeingia mpaka siku hizi hatutaki kuita mtoto jina ya kwetu. Unamuita majina mawili ya Kizungu. Yeye anaitwa Tom Jones. Tom Jones. Immaculate Violet. Ukoloni mambo leo. Wakisii, Wakikuyu, Wajaluo tulikuwa na culture yetu iliyokuwa nzuri. Hiyo culture tuishikilie na tufundishe watoto wetu. Tunapounganisha hayo na dini na neno hili la Mungu lililo takatifu, we make the best quality of children. Wetu watakuwa best. Wazee wakitafuta chief, Wasabato ndio watakuwa chiefs. Watakapokuwa wanatafuta ni nani atakuwa governor mwenye values ambayo hajajimix, ni hawa wetu. Kutakapoitwa ni nani ataongelelea ndoa, kwa sababu kuna hitaji, kuna udhoni. Mnaitanga aje hiyo maneno ya kuoana dawari? Wakisia mna jina. Hii mkutano wakati watu wanakuja kuleta mali, inaitwa nini? Hamuna jina. Angalieni, hata hamuna jina. Na najua kukija shosho hapa atanipea jina. Nyinyi sasa hata hamuna habari. Kwetu inaitwa rurashio. Wakati itafika wakati wa rurashio, wacha huyo mtoto wako ndiye ataitwa aongee kama mzee. Aseme sisi hapa kwetu huwa tunakaa hivi. Na anakaa vizuri, ameshika bakora. Si anakaa ameinulia wazee miguu juu. Tafadhali tujue ni nini tunataka kuombea watoto wetu. Number 3, pray for their physical growth, health and good eating habits. Tuombee watoto wetu jamani, wamependa mitura. Huku kunapikwa mitura? Iko huku barabarani. Mimi hiyo ninaomba kwa dhati jamani. Ninaambia huyo kijana yangu, hii mitura utakula paka. Ananiambia, "Mom, hii tumbo ni kama machini ya kusiaga." Sasa ni kichwa ngumu, hawasikii. Ukiwaambia wale vizuri hawasikii. Tuwaombee ndio waweze kuwa na that conviction ya kutunza afya zao. Kwa sababu hatutaki kungoja mpaka tumezeeka ndio tunaanza kutengeneza mili. Wenda ikawa hatutafika umri wa kuzeeka. Pray for their education and recreation activities. Hii hata siwezi ongelelea. Hii ndio tunajuanga zaidi ya maombi zingine zote. Unataka kakue nambari 1, unataka kakue A, unataka kakue daktari, unataka kakue kamkimbizi. Hizo vitu tunajua. Hiyo bidii ulio nayo kuombea haya ya duniani, fanya bidii ya kuombea ya mbinguni. Sema amen. Hiyo nyingine, number 5, pray for their intellectual development and for them to grow in wisdom and knowledge. Wacha kuombea mtoto wako tu apate yeye aende shule kubwa. I am sorry to say this, na ninaomba karani. I am sorry to say this, fundi wa mitambo. I am sorry to say this because it is a very sad story.
Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.
tuendelee kuwaombea ili wapate kuwa watu ambao wana discernment, ambao wana uwezo wa kupambanua mambo. Akando na kuwa ni mwerevu, na kuwa mwerevu ni vizuri, tuweze kuwaombea pia hiyo, na tuweze kuwaombea wisdom. Na neno la Mungu linasema neno lake ndilo taa la miguu. Hiyo ndio itakuwa taa kwa miguu ya watoto wetu. Na nitaendelea kurudia, ikiwa hauna wisdom, hautampea mtoto wisdom. The challenge of parenting ni ya kwamba ni lazima kwanza wewe ujiriparent ndio uweze kuparent. Tunaenda hiyo ingine haraka. Pray for the authority figures with whom they come into contact. Sasa kama hiyo hadithi mmesikia, huyo mtoto alikutana na watu, alikutana na walimu, alikutana lakini hakupata msaada. Ombea Mungu, omba Mungu watoto wako wanaokutana nao, either ni teachers, either ni sport coaches. Kama mtoto wako anapenda michezo, watu wanaokutana nao, those authority figures, uwaombee ili mtoto wako akutane na watu ambao hawatamwelekeza upotovuni. Muombee anapoajiliwa kazi, wacha tu kufurahi amepata kazi kubwa, kampuni kubwa. Omba kwa ajili ya the bosses ambao watakuwa na deal na wao. Omba kwa ajili hata ya communication yako na yeye, hata kwa ajili ya the in-laws pahali atakapooa. Ombea mtoto wako, wacha kuketisha chini mtoto ukimpea fitina ya pahali ameolewa, fitina ya pahali ataoa. Tumekuwa tukiongea na kijana wangu yule wa vitabu tulipokuwa tunakuja. Tukawa tunaulizana, ni kwa nini Asante sana, tunaendelea. Kwa hivyo, ombea watoto wako hata in-laws ambao watakutana nao, ndio waweze kuwa in-laws ambao watamuaccept, in-laws ambao hawatamsumbua. Kwa sababu kuna kijana ataoa msichana, na akiwa msichana ameoa hiyo nyumba yote. Mtoto wako ndiye atalipia wale wako nyuma school fees, mtoto wako ndiye atanunua shamba, mtoto wako anga ndio bili ya mother-in-law. Na kuna wale nao wasichana akiolewa, mama anashindanga hapo, akisemanga hii ni nyumba ya mtoto wangu. Anga upikiange mtoto wangu rongo rivizi, anga hapiki wopo kima vizuri. Kwa hivyo tuombee watoto wetu authority figures ambao wana come into contact na wao. Sema Bwana asifiwe. Number 7. Pray for their social development and for a pure walk with God. Vyenye wanaendelea kugrow socially, we pray for them. And we pray that they may discern between right and wrong. Waweze kuwa na ujuzi kupambanua mabaya na maovu, hiyo nilikuwa nimesema. That they may be able to resist temptations. That they will choose right friends. Ninataka nirudie kutoka kwa ile hadithi. Kulikuwa sasa na kijana mwingine bado kwa ile children's home. Yeye pia ako shule nzuri tena ya national school. Lakini do you know what? Huyo kijana ameunganisha watu, ameunganisha vijana wengi. Anasema shuleni kwao kuna kundi kubwa inaitwa Chania Boys. Kuna kundi kubwa la Wasabato. Sasa alikuwa anatuita mimi na huyo mwalimu Mutinda tuende shuleni kwao tukahubiri hii injili. Kwa nini huyu na yule wanatofauti? Ni kwa sababu huyu yeye mwenyewe amekuwa able to resist temptation. Number 2, amechagua marafiki walio bora.
Kwa hivyo hata kama pahali mtoto anaenda kuna shida hiyo, determination ni marafiki anayowachagua. Determination ni resisting ya temptation yenye atakuwa nayo. Kwa hivyo tuwafundishe mambo hayo na tuombee. Hapa tunaongea juu ya kuombea. Number 8. Pray that they will resist the evil one. Hiyo ni kama hiyo iko hapo juu. Pray for the right friends for them. Watoto wetu wapatane na marafiki wazuri. Kwa sababu watoto una raise mtoto vizuri, unamfundisha vizuri, akienda shule tu ameshikana na marafiki na everything turns round wrong. Kwa hivyo tuweze kuwaombea marafiki wanaopatana nao. Kila siku funika mtoto na damu ya Yesu. Pray that they will love God and his word. Waweze kupenda neno la Mungu. Hawa wa generation hii ambao unasikia wamemaliza shule. Hawa watoto wako na challenge ya kuwa Mungu hayuko. Kwa nini? Wanapenda vitu ambavyo ni za facts. Anataka umpe facts. Kama Mungu yuko, ni aje Mungu alikuwa, na ni Mungu anaonanga kesho, na akajua shetani atakuja na atasumbua watu hivi ametusumbua, and yet he created God. Nimepatana na hiyo challenge mbaya mbovu. Alafu ananiambia, okay, sikatai yako, ako na kama ako hajui future. Kikijana tu kia form 4 kijinga hata kijajua kujinunulia nguo. Kwa hivyo tuwaombee waweze kumpenda Mungu wetu. Na hiyo ingine ni napomalizia, na ndio ya mwisho. Wale mlio na watoto wadogo, wale ni wazazi watarajiwa, begin to pray now. Kamtoto kakisha kuja kwa tumbo, anza kukaombea, anza kukaimbia wimbo. Ita baba yake hapo kwenye tumbo aimbe, akaite jina ambalo wanajua ndio mtakalo waita. Wakati mnaomba, wacha mkaombee kakisikia, wacha mkae mkiguza hilo tumbo mkikapa habari. Wanasema kanaanza kusoma kangali kwa tumbo, ili kanapokuja story ambazo katazisikia hazitakuwa geni, masikio yake yanasikia. They say hata vitu ambavyo unapitia katika pregnancy, wenda ikawa umepitia stigma, mtoto wako anaichukua. Ukipitia rejection, mtoto wako anachukua hiyo rejection. Kwa hivyo anza kuzungumzia mtoto wako angali kwa tumbo. Na ukizaa kasichana uone ni karembo, kila mtu ukikutana naye anakuambia, wow, you got a pretty girl. Anza sasa hivyo, kako na mamiezi kameanza kunona hizi machicks. Anza kukaombea Bwana atakaye kaoa saa hiyo. Kwa sababu vyenye karivyo karembo ndivyo kako kwa hatari kubwa. Lakini uzuri ni ya kwamba hakuna mtu si mrembo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anza kuwaombea mapema kuhusu the choices of career. Ombea mtoto wako asiende kuchukua choice of career ambayo sio sawa. Anza kuomba saa hii wako huko, tuanze kuwaombea. Tusingoje hiyo siku ukikanga ukimwambia unatakanga kukua nini. Mimi kijana wangu ana vituko vingi. Alipokuwa mdogo tu kiasi miaka nasari hapo, tulikuwa tukienda kwa gari kwa Nissan, umeketi si unamshika kwa sababu mlipi kiti. Sasa alikuwa anaona konda akishika pesa, si wanakanga pesa hapa vizuri, wanashika na kidole hivi. Sasa tukienda nyumbani, namuuliza unataka kuwa nini when you grow up? Nataka kuwa makanga. Gadho. Siene makanga. Uonangi vyenye wako na pesa mingi, mimi nataka nikuwe na pesa niwe ninafungilia hapa. Anza kuombea careers zenye watakuwa nazo. Bwana asifiwe. Waombee careers, waombee partners, waombee kila kitu ambacho unatamani kikue. Anza kuomba saa hii kungali mapema. Ninataka nimalize hiyo ya watoto, niende haraka sana summary ya couples. Nimeona Robinson ameniangalia vibaya. Elda hawezi niangalia. Leo nilifika hapa mbele yake. Ameinua mikono. Tachukua dakika 5 Elda tafadhali. Asante. John 10:27-28. Nisome msomaji wangu, na hiyo ingine ni Psalms 91:11-12. Ninapoongea maneno ya watoto hayaishi. Kwa sababu nina uchungu wa watoto sana. Ninaona picha, nimeishi children's home miaka 10. Nimeona mtoto ameletwa akiwa mvuta gum. Mtoto tumbo limefika huku anaishi mapipani. Na wakati walipokuja, sasa hivi wengine ni cadets wako in the UK. Wengine ni pastors. Wengine ni elders in the church. Wengine wamesoma ni watu wengine wako county government. Na walipokuwa vile hatukuwaza hivyo. Kwa hivyo ninapoona watoto wanakuwa wasted, when I know what they have in themselves that sisi hatujui, ninasikia uchungu mwingi sana. Ninakuwa na zeal sana na mambo ya watoto na wazazi vyenye tunapaswa kuwalea. Soma.
John Kondoo 10. wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Kondoo wangu waisikia sauti, huyo ni Yesu anasema. Jana nilifurahi wakati Robinson anatuambia hakuna mchungaji huzaa. Kondoo zina mwenyewe. Sisi ni kuchunga tu. Watoto wako sio wako hata kama ulienda maternity. Watoto wako ni wa Mungu. Kwa hivyo sisi ni lazima tuwaongoze tukiwa kama wachungaji wao, tuwaonyeshe njia ili tuwaelekeze kwa mchungaji ambaye ni Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Psalms 91 verse 11 to 12. 91 11 to 12. Nasoma hivi. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Amen. Mungu wetu atatulinda sisi na atalinda watoto wetu. Hiyo liwe ombi lako kila asubuhi mtoto wako anapotoka. Hata kama ako mbali, amka uombe hata kabla hajatoka. Unamuombea ili Mungu aweze kumlinda mguu wake. Mimi mtoto wangu alipoingia high school, nilikuwa nimezoea, niliwaambia nilimfundisha mambo ya homosexuality na ilikuwa ngumu sana, nilisweat sana, lakini I thank God I managed. So nikajifunza kila wakati akija. Elda kuja nikusumbue kidogo. Come. Nikawa akiondoka ninamfanyia maombi. Sijui nilitoa wapi hiyo maneno, lakini nilikuwa na, unajua nikimwangalia hivi anapoenda shule, ninaona mtoto wangu vile dunia inamngojea. Yaani nilikuwa ninasikia I wish ningeenda na mtoto wangu shuleni. Na kwa sababu haiwezekani, ninampeana mikononi mwa Mungu. And I felt kuomba tu tukiwa tumeshikana mkono haitoshi. So tulikuwa tukiomba tumeshikana mikono, tunaomba tumeshikana mikono miwili, leta huyu mwingine. Tunaomba na tunamaliza. Kisha ninafanya hivi. Mungu abariki akili zako. Mungu abariki mikono yako. Mungu abariki miguu yako popote uenda. Sikujua ya kwamba ilikuwa na maana kwake, lakini mimi I said it from within my heart kwa sababu nilikuwa na hurumia mtoto wangu anapotoka kwenda shuleni kwa boarding school, pahali ambapo kumekaa vibaya. So siku moja akajitayarisha amechelewa. Na alipokuwa amechelewa, sasa tukaomba haraka sana ni mbaya atafungiwa afukuzwe. So tukamaliza katika jina la Yesu, tukamaliza, nikamhaga akaenda. Akaniambia hujamaliza? Sijamaliza nini mom? Fanya ile kitu huwa unafanya. A form 4 boy. Fanya ile kitu kama Mungu abariki akili zako, Mungu abariki mikono yako, Mungu abariki miguu yako na Mungu abariki moyo wako. Akaniambia sasa niko protected. Sasa niko sawa mami. Amen. Thank you. Kwa hivyo tuweze kuwaombea hata wanapokuwa ya kwamba Mungu akawalinde. Jifundishe kuweka mikono yako kwa watoto wako ukiwaombea baraka. Jifundishe kuwaonyesha ya kwamba you're so concerned about their security. Jifundishe ya kwamba you're so concerned about their life and their safety. Huwa ninamwambia huyo kijana yangu, tafadhali, unaona tumebaki sisi wawili duniani, familia yetu yote, tuungane mikono tumkatae shetani. Ukatae shetani ukiwa pande hiyo na mimi nikatae shetani nikiwa pande hii. Tuungane mikono na ya kwamba tutasimamisha familia ya Ndegwa na itakuwa familia kubwa tena ya ajabu. Ananiambia mami, we are a team. Ninamwambia hata ukienda huko usikie kuna pahali inaenda vibaya, usikie hata kama huna nguvu ya kuomba, baba, amini ninakuombea. Kama umeshindwa kuomba mwambie Mungu, mami ananiombea. Mungu sikia hiyo maombi tafadhali. Na ukisikia ni kubaya sana nipigie. Uniulize kama bado ninaomba. Ukiona kama unaona nimesahau, niulize kama bado ninaomba. And for that we have walked this journey. Na ninawauzia mawazo hayo muweze kuyachukua. Sasa ninaenda mbio. Hii ni summary ya couples. Couples advice. Number 1. Hiyo maneno ya watoto nimemaliza hivyo. Choose to love each other even in moments when you struggle to like each other. Mtakapokuwa ndani ya nyumba wewe mume na mke, tafadhali chagueni kupendana. Chagueni kuishi pamoja. Chagueni kupendana hata kama ni wakati unasikia upasi kupenda mtu. Love is a commitment and not a feeling. Number 2, always answer the phone when your husband or your wife is calling when possible. Try to keep your phone off when you are together with your spouse. Sijasema switching off, put it off. Iweke kando wakati mko na mume wako kwa dialogue.
Kwanza wacha nikwambie, hata kando na kuwa na mume, mnapopiga story na mtu alafu mara moja unachukua simu unaenda WhatsApp, hiyo ni bad manners. Kwa hivyo hata mkiwa na mume wako, wachana na simu, tumieni huo muda kuongeleshana nyinyi wawili. Hiyo nyingine ni make time together as a priority. Budget for time. Time is the currency of relationship. So, consistently invest time in your marriage. Tafuteni time yenu. Tafuteni time yenu. In every argument, number 4, remember that you won't be a winner or a loser. Hakuna wakati kutakuwa na yule ameshinda mkiargue. Muna argue ugali haikupikwa vizuri. Wacha isiwe wewe bwana umeshinda kweli haikupikwa vizuri. Wacha isiwe bibi wewe umewin ya kwamba hiyo ugali ni sawa, ni mzee ako na kisirani. Sisi zote tuweze kushirikiana. You are partners in everything. So you either win together or lose together. Work together to find a solution. Number 5, give your best to each other. Not your leftovers after you've given your best to everyone else. Patia bwana yako the best. Patia mke wako the best. Wacha kwenda kupeana best time, best sport, best laughter, best smile, best out, best lunch kwa wengine, alafu sasa unaletea mzee leftover, unaletea bibi leftover. Give your best to each other. Number 6, be patient with each other. Your spouse is always important than your schedule. Kwa hivyo kila wakati uvumilie. Hata mkienda soko na amekaa huko ndani, wewe uko kwa gari unasubiri, kichwa unasikia kai itapasuka vyenye anakaa, ujuange anatafuta nini, na akitokea anakuja na melon moja, anakuambia hiyo soko leo haina kitu. Endelea tu kuvumilia. Amekuweka hapo 30 minutes ako ndani ya soko, na alikuwa amekwambia nipe dakika 5 nichukue mboga nikuje. Anaingia kwa soko anazurura 30 minutes. Halafu anakuja haraka na melon moja. Huko hata hakuna mboga. Twende ile soko ingine. Endelea kuvumilia. Hakuna kitu kizuri kama hiyo schedule. That is very important. Kuliko hizo vitu zingine unataka kwenda kufanya. Model the kind of marriage that will make your sons want to grow up to be good husbands. Tengenezeni ndoa yenu mpaka watoto wenu wakiona hiyo ndoa wanatamani ni siku gani watapata mme. Ni siku gani watapata mke wapendwe kama mama yao. Ni siku gani watapata mke vijana wapende wake zao kama dadi anavyopenda mami. Model that kind of marriage. Ya mwisho. Finally, pray together. Every marriage is stronger with God in the middle. Ombeni pamoja kila wakati, hata wakati mmekasirishana. Nimwambie wewe kuja tuombe, mimi nataka kwenda. Wacha angalia huko na uangalie huko, lakini muombe. Mungu atakaa hapa. Na akikaa hapa atawajoin pamoja. Jioni utakuta hiyo hasira imeisha. Hata kama mmekosana, usikubali kukosa kuomba pamoja. Na neno la mwisho ni neno yaliyo katika kitabu cha Wakolosai 3:14. Wakolosai 3:14. Naomba samahani kwa sababu sina muda mwingine na ningesikia mzigo ningeenda na mambo haya. Nasema, yes. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungu cha ukamilifu. Amen. Zaidi ya hayo yote tumesoma juma nzima watu wa Kitembe Better Living. Jivikeni upendo. Mark 10:9. Mark 10:9. Nasema, basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Alichounganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Hata wewe mwenyewe ni binadamu. Usijitenganishe na mke wako, usijitenganishe na mume wako. Nimefurahi kuwa nanyi, nimefurahi kuzungumza nanyi, nimefurahi ya kwamba mmekubali kuchukua mafunzo haya ya family life kwa umuhimu. Itakuwa heri mtakapoyatilia maanani. Itakuwa heri mtakapoyafuatilia. Itakuwa heri mtakaposikia kwamba kuna nyumba ilikuwa karibu kubomoka na sasa imesimama kwa sababu ya mafundisho tuliyosoma kwa makambi ya 2024. Wenda ikawa nyumba yako ina challenge. Wenda ikawa ndoa yako ina challenge. Wenda ikawa mna watoto wagonjwa. Wenda ikawa mna financial crisis. Wenda ikawa hata ni kutokuaminiana. Wenda ikawa mmoja wenu amekuwa mzinzi. Ninaomba sote tusimame. Niombe Robinson aje atuombe.
Yesu yu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Mama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama. Ninaomba kama una prayer request yoyote ambao hakuna mtu anajua kuhusu nyumba yako, kuhusu mume wako, kuhusu mke wako, kuhusu watoto wako, songa hatua moja mbele tuweze kupewa maombi. Ikiwa kuna special prayer, usitoke wengine kwa ajili wanatoka. Toka kwa sababu wewe unaombi la pekee kwa ajili ya familia yako. Usonge hapa mbele ili tuweze kumuita Mungu. Karibu na wewe Mungu wangu, karibu zaidi Bwana wangu, siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Wenda ikawa wewe hata ni kijana lakini una matamanio, kuna maombi ulio nayo kuhusu life yako, kuhusu familia in the future, and you have a special prayer, come forward in Jesus name. Yote unipayo yanivuta pakukaribia, nitapata na nielekezwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. Takapokuwa tunaomba, ikiwa pia una shida ya watoto, watoto wako wako na stress, watoto wako wameshikwa na ibilisi, watoto wako wamerudi nyuma, watoto wako wamemwacha Yesu, watoto wako wana magonjwa, watoto wako wana challenge ambao hata hatuwezi kuitaja hapa, is very complicated, utainua mkono wako juu. Mtumishi, tuombe. Tunaomba. Baba na Mungu wetu tupendaye, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Tunakushukuru kwa sababu ya kutupenda upeo kiasi cha kwamba umetupatia mausia yatokayo kwenye neno lako juma hili la kipekee. Familia zetu zimebarikiwa kila kona, kutokea wazee, kina mama, vijana, watoto, single parents, kila mmoja Mwenyezi Mungu umetupatia nafasi ya kusikia mausia yatokayo kwako, na tunaliinua na kulitukuza jina lako kwa sababu ya hiyo Mwenyezi Mungu. Lakini muda huu Yesu Kristo, tumekuja baada ya kusikia mafunzo haya, tumekuja baada ya kujitathmini, na Yesu Kristo, watoto wako wamepiga hatua asubuhi hii ya kipekee kuwakilisha familia, wakitamani ukaingilie kati kwa namna ya kipekee. Na kwa sababu wewe ni Mungu asiyeshindwa, wewe ni Mungu asiyechoka kupokea maombi yetu, yule mama aliyepiga hatua kwa sababu anatamani kuwa mke mwema katika familia, Mungu ukamwonekanie katika jina la Yesu Kristo. Huyo mama aliyepiga hatua kwa sababu mume wake, watoto wake hawamo tena, wamepotea katika familia, majukumu wameyapuuzia, Mungu yeye nayo kamrehemu katika jina la Yesu Kristo. Yule mzee aliyepiga hatua asubuhi hii ya kipekee,
baada ya kusikia mausia namna ya kuwa mchungaji katika familia, kuwa mume mwema katika familia, Mwenyezi Mungu anatamani kurejea katika nafasi yake ya kipekee ambayo alikuwa ameipoteza Mungu, naye ukampatia uweza na neema ya kipekee itokayo kwako, ili kwamba kaweze kufanya sehemu yake kwa utukufu wa jina lako, akaandae familia yake kwa sababu ya ujio wako ambao umekaribia. Kuna vijana ambao wamepiga hatua asubuhi hii ya kipekee. Mungu wangu, maisha ya ujana yako na changamoto ndani yake. Uchumba unatatiza, mahangaiko hapa pale ya kazi yanatatiza, lakini kwa sababu Mungu amepiga hatua kuja kwako asubuhi hii ya kipekee, katika jina la Yesu Kristo, wapatie ujana ulionyooka, wapatie ujana utakao kuwa kuigizwa, wapatie ujana ambao Yesu Kristo utakuwa unamtetea na kumsimamisha Yesu kwa namna ya kipekee. Wale vijana wadogo ambao wanapatikana katika shule za upili, ni kweli ibilisi mwovu shetani amevamia shule zetu, na asubuhi hii ya kipekee Mungu, hawa nao ambao wamepiga hatua hapa na waliowakilishwa na wazazi wao asubuhi hii ya kipekee Mungu, tunawakinga dhidi ya pepo la kusagana, tunawakinga dhidi ya pepo la lesbianism, tunawakinga dhidi ya pepo la masturbation, tunawakinga dhidi ya pepo wa kuvutiwa na Illuminati, Freemason na nguvu zile za giza zote. Mwenyezi Mungu, wahifadhi wanapokuwa katika mashule Yesu Kristo, wafunike kwa damu yako Yesu Kristo. Ibilisi mwovu shetani akiachia mishale yake ya kuvamia, apate wingu la moto limewazunguka kwa hifadhi Yesu Kristo. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu na hakuna lile ambalo linaweza kushindikana kwako. Yule mama na baba wamepiga hatua, wamekuwa katika ndoa kwa muda mrefu na wametamani baraka ya mtoto katika nyumba hiyo. Mungu, katika kambi la mwaka wa 2024 hapa Better Living Gitembe, wapokee muujiza wa kipekee wa kupokea mtoto katika familia hiyo. Mwenyezi Mungu, bariki tumbo zao Yesu Kristo, manake ahadi yako ni kwamba wewe ndiye unayepeana watoto. Mwenyezi Mungu, iwapo swala hili lilikuwa limewafarakanisha na kuwapatia mgongano, ukaregesha amani katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna yule amekanyaga hapa mbele kwa sababu in-laws wanawasumbua, wanawatatiza, Yesu kapeane amani, kapeane hekima kwao in-laws wa kipekee Yesu Kristo. Tunamfunika kila mmoja Yesu Kristo ambaye amepiga hatua hapa mbele. Matatizo ya kiuchumi kwenye familia, matatizo ya kiafya kwenye familia, matatizo ya kiroho kwenye familia Yesu Kristo, kila aina ya mzigo ambao umesumbua familia zetu, tunatua miguuni pako asubuhi hii ya kipekee. Tunapojiandaa kuingia katika sabato takatifu, Mungu, fanya muujiza katika familia zetu. Lakini cha mno, tunaporejea vitini, unapoandaa familia kwa sababu ya mbingu, familia zetu zisikosane. Mungu wangu, tusikosekane katika utakatifu ule wa milele. Watoto wetu wawe watakao kimbia katika barabara za dhahabu wakicheza. Wazee na kina mama tuwe tukizunguka bahari ya kioo, hatimaye tukisimuliana namna ambavyo ukombozi, hatimaye kwa neema Yesu tumefika mbinguni. Tusikose mbingu, tukoseshe vitu vyote Mungu, lakini usitukoseshe uwepo wako milele. Asante kwa sababu umetusikiliza, na asante kwa sababu umetujibu. Ndivyo tuombavyo kwa imani, na kila mmoja ambaye amini Yesu ametenda katika familia yake, Yesu ametenda katika maisha yake, aseme pamoja nami amina. Amina. Mungu awabariki, Mungu awapatie haja ya mioyo yenu. Asante. Get to the point. Take a step forward. Get to the point.
tarenchera yomonene kora ebotambe omo ikoye kora igoro oserio mosunte tarenchera tarenchera ya nyasa taromo baso wenjiri okorwa igoro okora ekoromoke mwegenyo nyasa tarenchera tarenchera ya nyasa taromo baso mosunte noribyo bo eto omo sunte norasire emiaka nemiaka tarenchera tarenchera ya nyasa taromo baso umanye nyasa omwanchani obwanchani nabokine igoro bokume tarenchera tarenchera ya nyasa Mnaambiaje church choir? Mnawaambiaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi hii. Ameturuhusu ili kwamba tena tuje tulisikie neno lake. Baada ya zile shughuli za kipindi cha kwanza, ninaamini umebarikiwa na hilo somo ambalo limetoka hewani na hata yale ambayo yalikuwa yamebaki ambayo mama ametuletea. Ninaamini umebarikiwa kama nami nilivyobarikiwa. Tunaingia kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Na leo ninapoanza kipindi nataka nione kama mmekuwa wanafunzi wema kwa yale ambayo tumekuwa tukijifunza katika juma hili. Alafu nitaingia kwa muda ule ambao utasalia mchache kwa somo la mchana huu wa kipekee ama asubuhi. Katika uchambuzi wa Biblia tumekuwa tukiangazia the sanctuary message. Ndilo swala ambalo tumekuwa tukiangazia. Na tumesema ya kwamba kila sehemu ya patakatifu ilikuwa inamwakilisha Yesu Kristo. Ni mchakato mzima ambao Mungu ametupatia kuona namna tunavyoweza kuregeshwa kwenye uwepo wa Mungu ambao tulikuwa tumepoteza. Kwa hiyo tulisema ya kwamba sanctuary ulikuwa ukiingia, chombo cha kwanza ambacho ulikutana nacho kilikuwa kinaitwaje? Chombo cha kwanza, tuone kama mmekuwa wanafunzi wazuri kweli ama tumekuwa tunapiga kelele tu bure hapa. Chombo cha kwanza, hema hii hapa karibu na mimi. Chombo cha kwanza. Umesema? Sisikii kabisa. Chombo cha kwanza hapa katikati. Mzee. Madhabahu. Asante. Madhabahu ya kuteketeza
sadaka. Maanake zilikuwa madhabahu mbili. Leo tutasoma hiyo ya pili, madhabahu ya kuteketeza sadaka. Madhabahu ya kuteketeza sadaka ilikuwa inamwashiria Yesu vipi? Ilikuwa inamwashiria Yesu vipi madhabahu ya kuteketeza sadaka? Huu upande, yes, takatifu wa Yesu. Asante. Ebu nyingine tena tofauti na hiyo. Yes mama, nasikia kuna kitu nasema. Kifo chake. Asante. Madhabahu ya kuteketeza sadaka ilikuwa inazungumza Christ as our sacrifice. Christ our sacrifice, our atonement. Yesu kama kafara yetu, ha? Alafu chombo cha pili kilikuwa ni gani baada ya madhabahu ya kuteketeza sadaka? Chombo cha pili huku, asante dada. Lava ama wash basin, birika kwa Kiswahili. Yesu alikuwa ni nini katika lava? Inamwashiria Yesu kama nini lava? Yes, mama nyuma yake. Ni kama hii tent Mama Lucy aliombea mpaka ni kama ndio waliokoka kabisa. Utakaso. Asante. Yesu kama utakaso wetu. At the level Christ is our sanctifier. Alafu tulikuwa baada ya hapo tunaingia mahali patakatifu. Mahali patakatifu kulikuwa na vitu vitatu. Moja ambayo tulizungumzia ambayo ilikuwa mahali patakatifu ilikuwa inaitwa nini? In the holy place. Yes mzee wangu. Table of the shewbread, meza ya mkate uonyesho. Ilikuwa inaashiria nini kumuhusu Yesu Kristo? Nini kumuhusu Yesu Kristo? Meza ya mkate uonyesho. What? Ilikuwa ina communicate nini kumuhusu Yesu? Ni hiyo hiyo. Hii ambayo na whisper ndio jibu. Mmesema nini? Kuna mkono kule nyuma. Yes mama. Jesus is the bread of life. Yesu kama mkate wa uzima, lakini pia Yesu kama our provider, our sustainer and the secret of a sin. Jana tukazungumza kuhusu the second thing, holy place. Ilikuwa ni gani? Candlestick. Asante. Jana tulizungumza kuhusu kinara cha taa. Kinazungumzia nini kuhusu Yesu kinara cha taa? Hiyo ni jana tu. Yesu kama nuru ya ulimwengu, mwangaza, kuna wasiwasi. Yesu kama nuru ya ulimwengu. Tukasema Yesu kama nuru ya ulimwengu anatuangaza sisi ili sisi nasi tukaweze kuangaza ulimwengu huu. Ile fence ambayo ilikuwa nyeupe ndo nilisema inamwashiria Yesu kama haki yetu, our righteousness. Asanteni kwa sababu ya kuwa wanafunzi wema. Tuombe tunapoingia katika somo fupi kwa muda huu. Baba, katika jina la Yesu, neno lako likatawale mioyo yetu sasa, ukatuelekeze katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Hili litakuwa ni somo la mwisho katika uchambuzi wa Biblia. Ina maana kuna sehemu ambazo na vitu vingi ambavyo vitabaki katika sanctuary, kwa sababu sanctuary ilikuwa imegawanywa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inaitwa outer court ama behewa kwa Kiswahili. Alafu ukiingia katika hema kuna holy place, mahali patakatifu, na most holy place, mahali patakatifu mno. Mahali patakatifu nje, mwanzo outer court, tumesema kulikuwa na madhabahu ya kuteketeza sadaka na birika la kuoshea mikono na miguu. Lakini mahali patakatifu kulikuwa na vitu vitatu: meza ya mkate wa uonyesho, table of shewbread, kinara cha taa, 7 branch candlestick, alafu na leo ambapo tutaangalia altar of incense, madhabahu ya kufukuza uvumba, altar of incense. Vitu vitatu. Kitu ambacho tutapata muda wa kuzungumzia ni the most holy place, kwa sababu ya ufupi wa muda na siku zetu nazo zimeisha. Most holy place, huko kulikuwa na sanduku la agano. Ndani kuna mbao mbili za amri ya Mwenyezi Mungu. Kifuniko chake kilikuwa kinaitwa mercy seat. By the way, that's my favorite part in the sanctuary, mercy seat. Alafu juu ilikuwa kuna malaika wawili wanaitwa Shekaina, wanafunika, makerubi, wanafunika utukufu wa Mungu ambao ulikuwa unaitwa Shekaina glory. Hizo zilikuwa ni the entire sanctuary. Kuna vitu vingi vya kuzungumza kuhusu sanctuary. Malaika walikuwa katika every curtain in the sanctuary, so we can speak about angels in the sanctuary na vingine vingi ambao muda hautaruhusu. Lakini leo nataka tuzungumze kuhusu the altar of incense, madhabahu ya kufukuza uvumba.
The altar of incense, madhabahu ya kufukuza uvumba. Kitabu cha Kutoka 30 mstari wa 7 twende hadi mstari wa 9, ama twende mpaka 10. Kutoka 30 mstari wa 7 twende hadi mstari wake wa 10. Teremka kwa upesi. Biblia inasemaje? Na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi. Sawa. Atakapozitengeneza zile taa ataufukiza. Na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni, sawa, ataufukiza ule uvumba daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. Asante. Verses 9 inasema, hamtamfukiza juu yake uvumba mgeni, wala sadaka ya kuteketezwa, wala sadaka ya unga, wala hamtamimina juu yake sadaka ya kinywaji. Sawa. Mstari wa 10. Na Haruni, naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanya upatanisho. Sawa. Mara moja kila mwaka ataifanya upatanisho katika vizazi vyenu vyote. Ni takatifu sana kwa Bwana, nusu shekeli ya mahali patakatifu. Amina. Asante. Achia hapo tu. Tunapozungumza kuhusu madhabahu ya kufukuza uvumba, tunazungumza kuhusu kitu cha maana sana tena katika sanctuary, kwa sababu umesikia maagizo ambayo Mungu amepeana kuhusiana na madhabahu haya. Vipengele ni vingi na hatuna muda wa kuvunja kila kitu katika fungu hilo, lakini kwa sababu ya somo letu leo tutaangalia vitu viwili tu. Jambo la kwanza, Biblia inasema ya kwamba madhabahu haya yalikuwa yanatumiwa kufukuza uvumba, incense. Lakini jambo la pili inasema ya kwamba alikuwa anapaswa kufanya atonement, upatanisho kwa kutumia damu katika madhabahu haya. Kwa hiyo sio tu uvumba ulikuwa unatolewa, lakini pia upatanisho ulikuwa unapaswa kufanyika kutumia damu katika madhabahu haya. Kwa hivyo swali la maana tunauliza kwanza, huu uvumba ulikuwa ni nini haswa? Hii uvumba ilikuwa ni nini haswa? Zaburi 141 mstari wake ni ule wa 2. Zaburi 141 mstari wake wa 2. Twende kwa upesi. Inasema, Biblia inasema, sawa, mstari wa 2, sala yangu na ipae mbele zako kama uvumba. Sala yangu na ipae mbele zako kama nini kanisa? Uvumba. Kama nini kanisa? Uvumba. Kwa hivyo sala yangu na ipae mbele zako kama uvumba. Maliza fungu kabisa, twende. Kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Achia hapo. Kumaanisha uvumba unaozungumziwa hapa unasimamia maombi ya watakatifu. Uvumba unaozungumziwa hapa, na regelea, inasimamia maombi ya watakatifu. Ndilo swala ambalo tunalizungumzia hapa. Lakini kwa sababu tulisema kila sehemu ya mahali ama ya patakatifu ilikuwa inamwashiria Yesu, Biblia inasema kwamba sio maombi tu yalikuwa yanawasilishwa hapa, lakini Haruni alihitaji kutumia damu kufanya upatanisho katika madhabahu haya. Haruni alihitaji kutumia damu, sikiliza, kutumia damu kufanya upatanisho, katika madhabahu haya. Sikiliza, ina maana ya kwamba ili maombi yetu yakubalike ni lazima yachanganyikane na kafara ya Yesu Kristo. Ili maombi yetu yakubalike, sikia, ni lazima ichanganyikane na haki ya Yesu Kristo inayotokekana kwa kifo chake msalabani. Kwa hivyo sio maombi tu katika madhabahu haya, lakini ni maombi ambayo yanakubalika kwa sababu ya haki ya Yesu Kristo aliyoipata kwa kifo chake msalabani, his righteousness. Unajua, nguvu ya maombi haiko kwa yule anayeomba. Sikia kwa makini. Nguvu ya maombi haiko kwa yule anayeomba. Nguvu ya maombi inapatikana kwa yule anayeombwa. The power of prayer does not lie in the person who is offering the prayer, but on he who hears the prayer.
Hapo ni mahali nguvu ya maombi inapatikana, kwa sababu ukiacha tu kwamba ni kwangu mimi mhubiri nimeomba, ni kwa mhubiri mwingine ameomba, ikiachiwa tu hivyo inabaki maneno ya kawaida. Lakini nguvu ya maombi is in this sense ya kwamba kuna mtu anayesikia hayo maombi, anayapokea, kisha anachanganya na haki yake kupitia kafara yake kamili, na inakubalika mbele za Baba, kisha tunapata majibu. Every prayer answered on earth is because Mungu ameiona haki ya Yesu Kristo imechanganywa kwenye ombi hilo. So katika madhabahu ya kufukuza uvumba, Yesu ndiye our intercessor. Yesu ndiye anayetuombea. Kwa haki yake maombi yanakubalika mbinguni, kwa haki yake majibu yanapatikana duniani, kwa haki yake tunaiona nguvu haswa ya maombi. Tunaweza kuja kwa ujasiri mbele ya kiti cha rehema kama Waebrania 4:16 inavyosema, sio kwa sababu ya msamiati wetu mzuri, sio kwa sababu ya mema ambayo tumeyatenda. We come confidently before the throne of mercy kwa sababu ya haki ya Yesu Kristo ipatikanayo kupitia kafara yake ambayo alitoa pale msalabani. Kwa hiyo ni muhimu ujue kwamba mojawapo ya vitu muhimu katika maisha yetu ya Ukristo ni maombi. Na maombi yetu yatakubalika tu mbinguni kwa sababu Mungu ameiona haki ya Yesu ikitawala, ikifunika, ikiwa sehemu ya maombi hayo. It must be part and parcel of it. Lakini mara nyingi swala zima la maombi limegeuzwa kuwa mchakato ambao Yesu amewekwa kando. Kwa sababu nilikwambia hapa na nitarejelea kwa msisitizo, sababu ya maombi sio fursa ya kupata vitu. The essence of prayer ni sababu ya kutupatia badiliko, ya kujenga uhusiano. Yaani unapokuja kuomba Mungu akuponye, anapokuponya uhusiano wako na Mungu umejengeka kisawasawa. Unapokuja kuomba mtoto, Mungu anapokubariki uhusiano wako na Mungu unajengeka kisawasawa. Unapokuja kuomba ushindi dhidi ya dhambi, uhusiano wako na Mungu unajengeka kisawasawa. So prayer actually imetengenezwa ili kwamba ikuwe for the essence ya kujenga uhusiano. Na asubuhi hii natamani kwa njia ya kipekee tujifunze kushiriki maombi yanayobadilisha. Tujifunze kushiriki maombi yanayobadilisha. Nasema nini? Kama Mkristo anayeomba lakini maisha yake ni yale yale, shuku maisha yako ya maombi. Prayer is supposed to change us. Maombi yanapaswa kutubadilisha. Kama unaomba lakini maisha yako ya Ukristo ni yale yale, jua ya kwamba kuna mahali kitu kimekosekana. There is a missing link somewhere. Nikupatia mifano katika Biblia ili uelewe kitu ambacho ninakizungumza. Yesu maisha yake yalikuwa na mvuto usio wa kawaida. Mvuto usio kawaida. Na kwa sababu hii wanafunzi wake siku moja wakamsikia akiomba mahali. Luka 11:1, na wakaenda na ombi la kipekee kwa Yesu Kristo. Hebu soma huo mstari tu kwa upesi alafu nipige hatua mbele. Inasemaje? Luka 11:1. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali. Tufundishe sisi kusali. Utufundishe kuomba. Yaani wanafunzi wa Yesu Kristo walivutiwa sio tu na msamiati wa Yesu kwenye maombi. Walivutiwa kwamba waliona maisha ya Yesu alivyoishi, na wakaona maisha yake namna alivyokuwa anatawaliwa na maombi. Wakatamani anga yale maisha ya maombi ambayo yaliboresha maisha ya Yesu Kristo hadharani yawe sehemu ya maisha yao pia. So they tell Jesus, teach us how to pray. Utufundishe namna ya kuomba. Utufundishe jinsi ya kuomba. Manake maisha ya Yesu Kristo yalikuwa yanaonyesha kwamba kweli kuna kitu maombi imefanya ndani yake. Ndiyo maana maombi yanayompendeza Mungu lazima kwanza yamtambue kuwa Mungu kuwa rafiki mwaminifu ambaye anatafuta kuwa na uhusiano na sisi.
Maombi yanayompendeza Mungu lazima kwanza yamtambue Mungu kuwa rafiki mwaminifu ambaye yuko mbioni, yupo katika shughuli, anafanya bidii sana ili kwamba awe na uhusiano na sisi. Na ni kweli hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Na uwepo wa Mungu kwetu ni muhimu sana, na inapaswa kuwa ndio shina, ndio kitovu cha maombi yetu. The presence of God in our lives, kibali cha Mwenyezi Mungu inapaswa kuwa ni sehemu ya maisha yetu. Sasa ndio maana Yesu akaamua kuwafunza namna ya kusali, maombi yanayobadilisha. Nitachukua tu vipengele vichache, sitakuwa na muda wa kuzungumzia kila kipengele cha ombi hili. Kitabu kile kizuri ambacho umekisoma, teremka mahali ulikuwa umefika. Hapo Luka 11 inasema, twende. Sema kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Sawa. Akawaambia msalipo semeni Baba yetu. Akawaambia msalipo semeni Baba yetu uliye mbinguni. Achia hapo. Yesu akitaka kuambia watu namna maombi yanavyobadilisha. Na hivi ndivyo nataka sasa uone namna maombi yako yanapaswa kukubadilisha. Yesu anawaambia hivi, mwataka niwafunze namna unapaswa kuomba. Msalipo salini hivi. Jambo la kwanza, Baba yetu aliye mbinguni. Sikiliza. Lazima maombi yako yakubadilishe kuamini ya kwamba sote tuna ukoo mmoja. Sote ni watoto wa baba mmoja. Kama utakuwa unashiriki katika maombi, lakini ukienda katika maombi unawatenganisha watu kwa matabaka, kwa makabila, kwa kipato chao cha uchumi, bado maombi yako hayajakubadilisha. Manake ombi la mfano la Yesu Kristo linaanza kusema Our Father who art in heaven. So maombi yanapaswa kufanya ujue sote ni watoto wa baba mmoja. Wakisii, Wajaluo, Wakikuyu, Waturkana, Wazungu kwa Afrika, sote ni watoto wa baba mmoja. That's how prayer should transform you. Hawazi kutreat watu kulingana na matabaka. Hawazi kutreat watu kulingana namna unavyowajua. Unawatreat watu sawa sawa, kwa sababu maombi yamekubadilisha kujua ya kwamba tunaye Baba aliye mbinguni. Kwa nini uchukua kipaza sauti ufungue maombi yako kwa Baba yetu unayetupenda? Umesema mwenyewe ni Baba yetu, ni baba yangu, ni baba yako, ni baba ya mwingine. Kwa hivyo ukiondoka katika maombi ni sharti uishi sawa sawa kwamba kweli sisi sote ni watoto wa baba mmoja. Jamani, kama mnanielewa nisikie mkisema amina. We are all children of one father. Hapa chini tumezaliwa mahali tofauti, lakini unajua chanzo chetu, our beginnings is not down here. Chanzo chetu akianzi hapa. Chanzo chetu kinaanzia wakati Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. We have a common ancestry. Tuko na ukoo mmoja, sote watoto wa baba mmoja. Kwa hivyo maombi yako yakusaidie kwa neema ya Yesu Kristo utreat kila mtu equally. Na kama bado unatenganisha watu hata ndani ya kanisa kwa mirengo ya kabila, kwa mirengo ya watu namna ambavyo wana pesa ama hawana, bado una utoto wa kiroho. Unapaswa kuambiwa come up higher. Njoo juu, panda, you are too low. Unajua by the way, ukisimama hapa kwa pulpit, ile kamera hapa mbele unaiona kwa its real size. Hii hapa its real size. Lakini nikipanda juu ya ghorofa ndefu zaidi hapa Kisii, ile kamera inabaki the same size, but sitaiona jinsi ilivyo. Sikiliza, the clarity of sight is dependent on where you are standing. Kuona kwako kunatathminiwa na mahali unasimama. Kama unasimama hapa chini, utaona vitu na mawazo ya hapa chini. Lakini kama umesema moyo wangu hautaki kukaa hapa paliposhaka, wengine wapenda chini, nia yangu ni kupanda. Ukiinuliwa juu, sikiliza, hautaangalia watu, huyu ni Mkamba, huyu ni Mkisii, huyu ni tajiri, huyu ni maskini. Utaangalia kila mtu kama watoto wa baba mmoja. Huo ndio Kristo ambao umebadilishwa na maombi. Last year nilikuwa makambi mahali. Samahani kama wata watch hiyo video. Nilipokuwa makambi mahali,
Nikahubiri mpaka siku ya Ijumaa. Nilikuwa nikioperate kutoka kwangu nyumbani, manake ilikuwa karibu. Mke wangu akatujoin on Friday. Sasa alikuwa amekuja na mtoto wetu mdogo, akambebea uji, lakini alisahau kupack kikombe cha kuwekea uji. Sasa alipokuja, nilikuwa nafanya study huko mbele, yeye alikuwa huko nyuma. So yeye asubuhi alipoingia, alienda jikoni kuomba kikombe. Wanawake wa Kisabato wakamrafa kisawasawa huko. Alienda kikombe tu, kikombe. Wakamrafa kisawasawa. Sasa wakati nikifundisha huko mbele, vile tunapiga story hapa, nikazungumza kitu, nikasema mke wangu yuko pale nyuma, anaweza kuhakikisha. Kumbe watu wakageuka kujua mke wake ni nani hapa. Baadaye walipotambua kwamba ni yeye, ilifika wakati wa lunch. Kila mwanamke kanisani anataka kumserve yeye sasa. Karibu mke wa mtumishi, mke wa mtumishi. Nikupatia nini? Sasa kwa kuwa umejua ni mke wa mtumishi, unapeana special attention. Hiyo tabia ishindwe katika jina la Yesu Kristo. We shouldn't treat people because we know them. Inapaswa, kama kwa mfano Santieri angekuja hapa na mchungaji asimuintroduce kwetu, anafaa kupatiwa attention kama mgeni, namna ambavyo ungepatia mtu ambaye unamjua haswa, because sote ni watoto wa baba mmoja. Teach yourself to behave. So kikaa nominating committee na kazi yako kusema huko, lakini hamtakuwa na hiyo shida, manake nyote ni wa Kisii. Kule mjini kule tuko na balaa kubwa. Nasikia kwamba mwaka huu kama first elder ni Mkisii, second elder lazima kuwe Mjaluo. Na unajua hizo kabila mbili zinasumbua hii kanisa, manake wanafikiri kanisa ni yao. Wakisii, Wajaluo, lazima tu balance. Tukiweka wawili, tunaweka wawili huku pia. Tunapanga. Yaani wewe unaangalia watu kwa matabaka. Siku nyingine nilisikia kanisani, kanisa nyingine nisiseme, manake hii itaenda mbali, wanafuata washiriki wengine. Nikasikia kanisa fulani uchaguzi ukafanywa. Baada ya uchaguzi kufanywa, kwa sababu mmoja hakuchaguliwa, akasimama mbele ya kanisa kwa ujasiri, anasema mwaka huu Roho hakuongeza uchaguzi. Yaani ili Roho ongeza lazima wewe uchaguliwe. Ndio unajua kama Roho ameongoza uchaguzi. Hiyo tabia ni mbovu kabisa. Sote ni watoto wa baba mmoja. Maombi ya kubadilishe ili kwamba uweze kulielewa hilo. Lizame katika maombi yako. Haya, sehemu ya pili, hebu soma sehemu ya pili sasa. Inasemaje? Inasema jina lako litakaswe. Jina lako litakaswe. Tafsiri zingine zinasema jina lako litukuzwe. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Kwa hivyo jambo la pili, maombi yetu lazima yatukuze, kujenga heshima kwa Mungu wetu wa mbinguni, kujenga heshima kwa Mungu tunayemwabudu. Tunasema jina lako na litukuzwe. Heshima lazima iwepo kama watoto ambao maombi yamewabadilisha. Ujue ya kwamba ukija katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, unakuja kwa Mungu mkuu. Mungu mkuu ambaye anataka kicho cha hali ya juu, anataka utulivu wa hali ya juu, anataka ibada yenye utakatifu ndani yake. Your prayer should tune you, ili kwamba uweze kuwa na kicho, reverence kwa Mungu wetu wa mbinguni. Maana unapoomba unasema jina lako na litukuzwe, jina lako na litukuzwe. Itakukumbusha kwamba ukija hapa mbele kuimba kama mwanakwaya, hausongezi muda, unaifanya ibada kwa Mungu ambaye ni mtakatifu. Kwa hivyo unaimba kana kwamba upo kwenye uwepo wa Mungu haswa. Reverence kabisa. Lakini pia heshima hii itakuwa translated kati ya sisi na wanadamu wenzetu. Heshima hii itaonekana kati ya sisi na wanadamu wenzetu. Kwa nini? Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 20 inasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 20. Biblia inasemaje? Soma twende. 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake, ni muongo. Ni muongo. Achia hapo. Mtu akisema yeye anampenda Mungu, anamcha Mungu na anachukia ndugu yake, huyo mtu ni muongo. Kwa nini? Maliza fungu twende. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Hakuna jinsi atampenda Mungu ambaye hajawahi kumuona. Sikiliza, maombi yetu hayawezi kuwa kwamba tunamtunuku Mungu sifa na kumuiniwa juu, lakini kwa kinywa hicho ambacho tunamtunuku nao Mungu sifa, tunawatukana
watoto wetu, tunawatukana waume zetu, tunawatukana washiriki wenzetu kanisani, tunawasengenya washiriki wenzetu kanisani. Kama kinywa kinatumika kumtukuza Mungu, maombi yako yatakubadilisha ili kwamba hicho kinywa kinachomtukuza Mungu kipeane pia heshima kwa wanadamu wenzako. Maombi yanayobadilisha, hayakuachi jinsi ulivyokuwa, yanafanya badiliko fulani ndani yako, ili kwamba tujue tunapomtukuza Mungu wa mbinguni ni sharti pia tuweze hapa chini kuwa na kicho cha hali ya juu. Najua majaribu ni makali, na wakati mwingine unafikia hatamu unasema niweke Ukristo kando kidogo. Lakini wakati unajaribiwa kuweka Ukristo kando kidogo, kumbuka ya kwamba hicho kinywa ambacho unataka kuwekea Ukristo kando ndicho kinywa ambacho pia unastahili kutumia kuwasifu wanadamu, kuwabariki wanadamu, kuwatakia mema. Maombi yanayobadilisha. Maana hakuna namna utakutana na Yesu kwenye maombi na usalie na hasira jinsi ulipo nao hivyo hivyo. Yesu ana nguvu ya kubadili how you control your anger. Jambo la 3 anasemaje? Tuende. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Wenda hapa ni wenda hapa ndipo nitapoishia. Ufalme wako uje. Maombi yanabadilisha. Ufalme wako uje. Maombi yako yanapaswa kukuza tabia za kifalme ndani yako. Your prayers should awaken royalty in you. Yani mtu yeyote ambaye amekutana na Mungu ambaye ni mfalme wa mbingu na nchi na ana muda na yeye, ataondoka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu kama tabia za kifalme zimekuzwa ndani yake. Maana kweli ndivyo tulivyo. Tulisoma hapo waraka wa kwanza wa Petro 2:9, tutasoma saizi. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9 inasema ninyi ni mzao mteule, makuhani wa kifalme. We have royalty blood in us. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye sikiliza, ameingia katika uwepo wa Mungu wa maombi, ataondoka kama ana tabia za kifalme. Watoto wake wataishi maisha ya kifalme. Hawakuli kila kitu, hawazungumzi kila kitu, hawanyolewi kila mtindo, hawavishwi kila nguo. Ni watoto wa kifalme kwa sababu maombi yamembadilisha hivyo. Jinsi mama anayetufundisha familia alivyosema, watoto wa kifalme hawataenda kuingizwa vinyozi na kunyolewa mitindo ya ajabu ajabu, kwa sababu maombi yamebadilisha wazazi wao, wawafanye waishi maisha ya kifalme. Royalty. Utazungumza kama mwana wa mfalme, utavaa kama mwana na binti wa mfalme, utafikiria kama mtu ambaye anatoka familia ya kifalme. Ukichukua muda wako, by the way, ustudy royal family ile ambayo saizi anaitwa King Charles anayeongoza. Previously ilikuwa ni Queen Elizabeth. Ukiangalia lifestyle ya the royal family, it's unique actually. Inasemekana katika historia kuna 2 princes walishindwa ku maintain the standard ya hiyo familia, na definitely wakawa commoners, wakaruhusiwa kuwa commoners. Manake kama lazima maintain status quo ya kuwa prince na princess, lazima uishi kama prince na princess. Kuna masharti ambayo yanafuatwa. Ule wakati ambao Prince Charles alikuwa na hawa, mnakumbuka harusi yake iligonga vichwa vya habari kisawasawa. Wale celebrities ambao kwa muda mrefu wana muziki wa mitindo, tuliwaona wakiimba katika nyimbo zao wako uchi, walienda kwa harusi ya kifalme kama wamevaa magauni, because royal family demands that. Hawezi kuingia katika malango yao ukiwa umevaa hivi. Kwa hivyo mtu ambaye ameingia katika uwepo wa maombi ataondoka kama amebadilishwa kuwa na fikra za kifalme. Endesha maisha yako na heshima ya kifalme. Endesha maisha yako na maisha ya kifalme, manake wewe ni mwana na binti wa mfalme. Endesha maisha yako hivyo, kwa sababu ufalme huu sio tu marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Ufalme huu ni tabia za watu wanaomsubiri kabla atokee.
ufalme huu. Naposema thy kingdom come, tunasema Mungu ideally tuandae kuwa na tabia hapa chini ambazo zitakupokea ukija mara ya pili. Ndio maana Ellen G. White anasema hivi kwenye Roho ya Unabii, kama lazima uwe mtakatifu mbinguni, lazima uwe mtakatifu hapa duniani kwanza. Hapa kwanza. Manake tunaposema thy kingdom come, we will live, we will maintain kingdom mentality hapa chini. Tutaishi kama wanaoenda huko hapa chini, wapenzi. Cha kuhuzunisha ni kuwa wengi wanasubiri kuwasili kwa Yesu Kristo mara ya pili, na Yesu hajawahi kuwasili mioyoni mwao. Wengi wanasema tarumbeta italia, atashuka, na hawajawahi kusikia ile minong'ono ya upole Yesu akiwaambia acha dhambi. We are waiting for the trumpet to sound. Tarumbeta italia, wafu watafufuliwa, tutapewa kutoharibika. Kama hujawahi kusikia sauti ya Yesu hapa chini, utaisikia vipi tarumbeta angani ikipiga kwa mara ya pili? Tunaposema ufalme wako uje, sikiliza, ni lazima tuishi maisha kifalme hapa chini, hapa chini. Ni nani alisema kwamba atakuja mawinguni kabla hajakuja katika moyo wako? Nilikwambia mzigo mzito alio nao na Yesu Kristo ni kuifanya mbingu iwe ndani ya mioyo yetu kabla hajatuingiza katika mbingu. Kwa hivyo maombi yanayobadilisha yatatubadilisha ili kwamba hatimaye, wapenzi, tuweze kufanana kama Yesu alivyo. Manake maombi, tukiingia uwepo wa Mwenyezi Mungu, inatupatia uwezo wa kipekee wa kufanyika watoto wa Mwenyezi Mungu. Asubuhi hii ya kipekee, tunapoingia katika ile sehemu ya meza, si meza lakini madhabahu ya kufukuza uvumba, ukumbuke vitu viwili. Ya kwamba jambo la kwanza muhimu ni ya kwamba maombi lazima yawe sehemu ya maisha ya Kikristo. Na haya maombi, jambo la pili, lazima yatubadilishe. We must be changed and transformed from the prayers we are offering. Na niongeze la tatu, ili maombi yetu yakubalike mbinguni, ni lazima Mungu aione haki ya Yesu Kristo kwenye maombi hayo. Pasipo haki ya Yesu Kristo, maombi yote ni dhaifu, hayana uwezo, hayana nguvu, wapenzi. Lakini nakutia moyo ya kwamba uwe Mkristo mwenye muda wa kuomba, uwe Mkristo wa kutafuta uso wa Mungu binafsi. Manake mahali patakatifu leo panatuonyesha Yesu ni mwombezi wetu. Jesus is our intercessor. Anasubiri kuyapokea maombi yetu, ayachanganye na haki yake kamili, ayafikishe mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo usimkawishe Yesu. Ruhusu apokee maombi yako kila mara. Ruhusu apokee maombi yako kila mara. Ajue kwamba kuna mwanangu anayenitegemea na kunitumania. Ndio maana wale ambao wamekuwa kija asubuhi, tulifunga leo kusema kwamba kaa Getsemani, kwa sababu hapo kuna ushindi hakika. Maombi yanayobadilisha. Mpaka sasa tumejifunza nini? Ya kwamba patakatifu ni sehemu ambayo Mungu anaitumia kuturegesha katika uwepo wake. Na Yesu alikuja kuishi kama sisi ili atupatie mfano. Alikuwa 100% mwanadamu ili atupatie mfano wa utiifu. Lakini pia alikuwa 100% Mungu, kwa yeye tunapata nguvu ya kuwa watiifu. Lakini tena huyu Yesu ndiye kipatanisho chetu. He's our atonement. Kwa yeye tunapata msamaha wa dhambi kwa kifo chake msalabani. Isitoshe, huyu Yesu tena ndiye yule ambaye ni utakaso wetu. Anatutenga, anatufanya kuwa tofauti, anatufanya kuwa watu speciali kwa lile birika pale patakatifu. Lakini tena huyu Yesu is our sustainer. Pale katika meza ya mkate, he is our sustainer. Yeye ndiye anayetutunza na kutuhifadhi. Huyu Yesu ndiye siri ya ushindi wetu. Lakini tena huyu Yesu ndiye nuru yetu. Anapoangaza maisha yetu, tunaangaza na wengine ambao wako gizani. Na leo tumemaliza kusema kwamba huyu Yesu ndiye mwombezi wetu. Anasubiri kupokea maombi yetu, na akisha yapokea na kuyachanganya na haki ya Baba yake, hatimaye, sikiliza, tutaingia katika uwepo wa Mwenyezi Mungu na ujasiri, kwa sababu siri ya mafanikio na ushindi tumeitambua kupitia
patakatifu. Mungu atuwezeshe, Mungu atupe nguvu ya kutotoa macho yetu kwa Yesu Kristo. Manake umeona yeye ndiye kila kitu kwetu. Atakwambia Luka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, in him we live, 17 verse 23. In him we move, in him we have our being. Yesu asalie kuwa tumaini la maisha yako. Mungu na atubariki. Je, ni ombi lako asubuhi hii ya kipekee ya kwamba Mungu akuwezeshe kutotoa macho yako kwa Yesu Kristo, akuwezeshe kutoyaondoa kwake, asalie kuwa tumaini la maisha yako tu, kama ndivyo ombavo, na kusihi usimame ili kwamba tuweze kuomba. Mungu na Baba yetu tupendaye, asante kwa sababu ya somo la patakatifu. Japo hatukufanikiwa kufika hatima mahali ambapo tunapaswa kufika, aidha tunakushukuru kwa machache ambayo kwenye kambi hili umeturuhusu kujifunza. Na kwa hiyo tunakusihi wewe uliye mfano wetu katika ushindi wa dhambi, wewe uliye kafara yetu na upatanisho wetu kamili, wewe ambaye unatutakasa, unayetuhifadhi siri ya ushindi wetu, unayetuombea, wewe ambaye ndiye nuru ya maisha yetu, na wewe ndiye uliye haki yetu haswa. Leo tumesimama kwa kusema utusaidie kukusalisha mioyoni mwetu kama tumaini letu la pekee, ili kwamba hatimaye tuingizwe katika uwepo ule ambao tuliopoteza katika shamba la Edeni. Neema yako itutoshe sasa kwenye vipindi vilivyosalia. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Get to the point. Take a step forward. Palo la tangaza kuja kwake, tumaini letu ni ahadi, naja karibuni. Uwe imara, uhifadhi imani yako, dunia mpya itatolewa. Njoo ingia furaha yangu, taji zinangoja. Uwe imara. Amen.
Revelation Choir. Get the point. Take a step forward. Siku ya Bwana sasa ikaribu, tena inakuja kwa upesi sana. Yerusalemu unashuka chini, Bwana wa majeshi mlangoni. Ni siku ya ajabu, watakatifu watapaa juu angani. Karibu Mwokozi, Bwana wa harusi, tumemsubiri sana Bwana. Nao watapaa juu angani, juu angani, juu angani, kumlaki Mwokozi wao. Siku ya Bwana sasa ikaribu, tena inakuja kwa upesi sana. Yerusalemu unashuka chini, Bwana wa majeshi mlangoni. Ni siku ya ajabu, watakatifu watapaa juu angani. Karibu Mwokozi, Bwana wa harusi, tumemsubiri sana Bwana. Nao watapaa juu angani, juu angani, juu angani, kumlaki Mwokozi wao. Tazama yu aja tena, machozi yetu atayafuta. Kifo na kaburi haitakuwepo tena, Bwana atashuka kuishi nasi. Tutasahau mambo ya kale, machungu yote yatatoweka. Ni furaha ajabu tukikutana tena na wapendwa wetu walotuacha. Tutaishi na Yesu milele, shangwe tele, milele milele. Tazama yu aja tena, machozi yetu atayafuta. Kifo na kaburi haitakuwepo tena, Bwana atashuka kuishi nasi. Tutasahau mambo ya kale, machungu yote yatatoweka. Ni furaha ajabu tukikutana tena na wapendwa wetu walotuacha. Tutaishi na Yesu milele, shangwe tele, milele milele. Siku ya ghadhabu, siku ya... Nawashukuru sana. Mimi sijaja huku, lakini nawafuatilia sana. Pastor, pamoja na mke wako, nimekuja kuwakaribisha. Kina Hesbon, kama tutajali kuona kile kitabu kitasaidia vijana na viongozi wa vijana wanapotaka kuhutubia, kuwasaidia na kuwatia moyo wao ili waendelee kuwa wale vijana sahihi kwa maisha sahihi. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri yule amchukua pesa, yule mwenye kitasa, ungerudi tu bado ili tuchukue fedha. Ana utakuja tena hapa tutumie kama dakika 3-4. Ikiwa una 50, una 100, una ngapi? Nisingetamani Smart Love tuikose. Ni bora tungekosa kitabu kingine, lakini tusikose kitabu cha vijana. Hilo ndio jeshi ambalo tunataka kulilea, kulitengeneza, ili basi likawe jeshi lenye matumaini. Smart Love.
Smart Love ni moja ya kitabu muhimu sana. Hebu pita hapa hivi pande hii ili tuchukue, na hatuna kitabu kingine tutakachouza kambi hili. Yule anayeenda kumaliza madeni, amini pesa kidogo aliyobakiza kwenye kitabu binafsi alichochukua, tunakutia moyo kamalize pale. Lakini zaidi wale ambao wanatuunga mkono ili tupate sehemu ya fedha ambayo itanunua Smart Love. Ndio tukupita hapa, chukua upande huu, rudi tena pande ile. Kuna watu wanaendelea kuelewa kadiri tunavyosema. Itakuwa mbaraka mkubwa kama basi tutachagua kufanya hivyo, na Bwana atatubariki. Kwa hivyo hebu basi tujitahidi iwezekanavyo ya tuweze kupita tena pale. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, nimevutwa na upendo, kwa iyo najitoa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo, upendo wako hushinda, Yesu natoa. Mkusanyaji ni mmoja tu, maana nilitaka tuende kwa speed, dakika zetu nazo sio nyingi. Yule mama mwingine alikuwa anakusanya, endelea kukusanya hiyo 100, 200, 500. Tunataka 4100 tununue Smart Love, ndio vijana wetu wakafundishwe Master Guide na SYL Senior Youth Leader na Master Guide, pia Church Elders. Vitabu hivi vinaponunuliwa, kwa mfano Single and Gifted, wakati fulani tuwakusanye singles wakisome kitabu hiko, kisinunuliwe na kukaa kwenye maktaba library bure. Vijana wapewe muda wakae wasome Smart Love ili wajue namna ya kuwa na mapendano yenye tija. Hali kadhalika na vitabu vingine vya kanisa ambavyo naambiwa mmekuwa mkinunua mwaka hadi mwaka. Itakuwa mbaraka kama tutatenda hivyo. Mkusanyaji, tulipita hapo, naomba urudi tena, uendelee kupita tu hivi tena mpaka kule tunaweza pata tena kiasi fulani cha fedha ili tukamilishe hiyo Smart Love. Na Mungu awabariki mnapotenda kwa moyo wa kupenda. Tendeni hivyo, wala hatununui ili kumsapoti mwinjilisti wa vitabu. Tunanunua kwa niaba yetu wenyewe, maana atakapoondoka kituachia kitabu, tutakuwa tumebaki na neema ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nawatia moyo kwamba tutende kama kwa Bwana wetu. Mungu awabariki. Naona mkitenda kwa upendo, mkifanya kwa uzuri, na jina la Bwana litukuzwe katika hayo yote. Na basi mnapomalizia, mimi
milima na mabonde wakiongozwa na Mungu. Vita vya maadui Mungu kawapa uwezo wa kushinda, akawa nuru walipo gizani, tena nguvu yao kwenye safari. Ila walipofika mbele ya bahari wakamsahau, wakawanyesha dogo lake Farao likawatatiza. Walivuka milima na mabonde wakiongozwa na Mungu. Vita vya maadui Mungu kawapa uwezo wa kushinda, akawa nuru walipo gizani, tena nguvu yao kwenye safari. Ila walipofika mbele ya bahari wakamsahau, wakawanyesha dogo lake Farao likawatatiza. Mambo ya dunia yamekuandama, umefumba macho, hauna matumaini. Haukumbuki ahadi zake Mungu, ameshakuonyesha mambo makubwa tena ya ajabu. Subiri muda kidogo, utaona uwezo wa Mungu. Mambo ya dunia yamekuandama, umefumba macho, hauna matumaini. Haukumbuki ahadi zake Mungu, ameshakuonyesha mambo makubwa tena ya ajabu. Subiri muda kidogo, utaona uwezo wa Mungu. Kama wale wana wa Israeli, Mungu ni nahodha wetu. Tukiwa gizani, ngurumo ya moto kutoka mbinguni humulika nia yetu hakika. Mbele zishukapo kwenye safari, joka lile la shaba sitari ya Kristo linainuliwa. Nasi tukipata litazama hakika tunapata kuona. Kama wale wana wa Israeli, Mungu ni nahodha wetu. Tukiwa gizani, ngurumo ya moto kutoka mbinguni humulika nia yetu hakika. Mbele zishukapo kwenye safari, joka lile la shaba sitari ya Kristo linainuliwa. Nasi tukipata litazama hakika tunapata kuona. Mambo ya dunia yamekuandama, umefumba macho, hauna matumaini. Haukumbuki ahadi zake Mungu, ameshakuonyesha mambo makubwa tena ya ajabu. Subiri muda kidogo, utaona uwezo wa Mungu. Mambo ya dunia yamekuandama, umefumba macho, hauna matumaini. Haukumbuki ahadi zake Mungu, ameshakuonyesha mambo makubwa tena ya ajabu. Subiri muda kidogo, utaona uwezo wa Mungu. Mambo ya dunia yamekuandama, umefumba macho, hauna matumaini. Haukumbuki ahadi zake Mungu, ameshakuonyesha mambo makubwa tena ya ajabu. Subiri muda kidogo, utaona uwezo wa Mungu. Mambo ya dunia yamekuandama, umefumba macho, hauna matumaini. Haukumbuki ahadi zake Mungu, ameshakuonyesha mambo makubwa tena ya ajabu. Subiri muda kidogo, utaona uwezo wa Mungu. Get to the point.
take a step forward.
Karibu. Nataka tuchukue nafasi niwakaribishe, tuombe, tusome fungo, halafu nikaribishe mhudumu. Tuombe. Mungu wetu, asanti. Tunaposoma neno lako tuongoze, na mtumishi wako atakaposimama kutuletea neno, umubariki na bariki mkutano wote, ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Tutasoma kitabu cha Kutoka 1 fungu la 12. Kutoka 1 fungu la 12. Nitasoma kwa Kiingereza. But the more they afflicted them. Get to the point. Take a step forward. 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 Ale hapimapo Mungu ila wazo na tendo, tutasimama je zote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafuti kama zitatuangusha. Wametangulia pimwa kitambo, ndipo wahai watapokea neno la mwisho vitaabuni mwa Mungu. Tutasimama je zote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafuti kama zitatuangusha. Tutazimama je usiku ule, siri zetu kila moja zifunuliwa toka vitabuni, Yesu atuzaidie. Tutasimama je zote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafuti kama zitatuangusha. Tutasimama je zote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafuti kama zitatuangusha.
Get the point. Take a step forward. Ombe. Baba na Mungu wetu, asante sana kwa siku nyingine tena. Wana wako wamesimama na wanajiuliza kwamba tutasimamaje usiku ule. Siri zetu kila mmoja zinafunuliwa toka vitabu. Yesu, utusaidie. Ninaomba umjulishe kila mmoja hapa kwamba hana sababu ya kutokuokolewa, maana wokovu umerahisishwa. Yesu, umekufa na unasema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Baba, sisi tumepona. Na unasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yote yanakuwa mapya. Pamoja na hukumu ambayo itakuja mbele ya macho ya wanadamu, furaha yetu ni kwamba ulikufa ili tuokolewe. Na ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao, kwetu utakuwa rafiki, na tunakesha tukikungoja wewe. Baba, sasa kabla sijahubiri, huenda kuna mtu amekuja hapa yeye mwenyewe au ameletwa hapa kwa sababu tu amesikia kwamba kuna mikutano ya makambi, lakini pia huenda kwa sababu ana changamoto fulani hivi. Huenda mwingine ni mgonjwa. Baba, kama ambavyo umeponya wengine na tumekuwa na shuhuda kubwa, ninaomba na mmoja wapo aliyekuja leo tena umponye kwa jina la Yesu. Unapotuponya miili yetu, tuponye na roho zetu. Huenda kuna mtu ana mbaraka mkubwa anausubiri, aja upokea bado, anaomba muujiza umtembelee. Ninakuomba kwa jina hili kuu la Kristo Bwana wetu, mmoja wetu apokee jambo la kipekee maishani mwake. Muujiza utendeke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, tenda mambo makubwa katikati ya kutano hili, ili kila mmoja aseme Baba ametenda, Mungu ametenda. Jina lako litukuzwe Mwokozi wetu. Tenda jambo la kipekee, ndiposa tuondoke na ushuhuda kwamba makambi haya yamekuwa baraka. Nijalie mimi nipungue, wewe uongezeke katika hotuba za siku ya leo. Jina lako Baba litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi tukae, tutaimba wimbo namba 119, nikialika wale ambao ni marafiki zangu katika nyimbo pale walipo tu. Tutaimba tukiwa tumetulia. Wakati huo namuomba sasa Robinson atakuja afanye ombi la kipekee, lakini wakati atakuja wimbo huo ukiwa unaimbwa, kabla hajaja kuomba, ninaomba sasa tena Robinson, Santiel, elders, elder mzee wangu, elder Victor, please kindly mtachukua envelopes, mtazigawa tena, kila mtu awe na envelope. Ndio tutajua tunapoimba wimbo huo, na kila mtu apate envelope ikae tu na yeye, alafu nitatoa maelekezo kuiendea ibada ya kesho, maana leo ni maandalizi ya siku ya kesho. Kwa hivyo naomba mchukue kwa haraka kabisa, yani ili kila mmoja afikiwe mpaka kule juu mpaka kule nyuma, kila mtu apokee tu, yeye ishike mkononi, alafu tutapeana maelekezo. Wakati mnapewa hizo, labda niseme tena kwa furaha, na nitapenda kusikia mtu mmoja akisema amen. Juzi ama ni jana tumefanya makusanyo ya sadaka ya namna tulivyomshukuru Mungu. Iliambiwa imetolewa sadaka takribani zaidi ya 60,000. Tuseme amina. Amen. Na watu wameendelea kumshukuru Mungu kwa namna mbalimbali. Na wale ambao watatoa kwa simu, tutasema namba hiyo kesho. Wewe shika tu sasa bahasha kwa ajili ya maandalio ya sabato ya kesho. Kesho tuna sadaka ya kuhitimisha makambi haya kwa shukurani.
na ndiposa tutakuja na shukurani tukimwambia Bwana asante kwa kuwa pamoja nasi, tukimwambia Bwana sasa tunafunga mwaka na rasmi tunafungua mwaka ujao. Jumapili utakuwa ni mwaka mpya umeshaanza, ama kesho jioni mwaka mpya wa maisha mapya ya kiroho utakuwa unaanza kwa kila muumini, na hivyo Bwana awabariki sana. Karibuni kupokea kila mtu bahasha. Wewe kaa nayo, ipokee. Na baada tu ya ibada vile vitu vilitolewa kwa sadaka pia najua vitauzwa kwa ufupi, maana ni vichache bado, ili kwamba bado tuendelee kuwa na amani. Na Bwana awabariki. Karibuni mnapoendelea kupokea bahasha, beti la kwanza na la pili. Asanteni wakubwa. Yesu anasema sing. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu, alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa aliiondoa. Bwana nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu, alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa aliiondoa. Sina kitu chema kudai neema, hivi nitafua mafazi kwa damu, alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa aliiondoa. Ninaposimama juu ya mawingu, taji nitaweka miguuni pa Yesu, alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa aliiondoa. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa aliiondoa. Amen. Najua moja wawili wanakamilisha kupata microphone, zingine zizimwe sasa. Najua wanakamilisha kupata bahasha hizo, ndiposa tuendelee na ibada hii. Pastor na Evangelist Robinson waombee watu hawa, maana wanaenda kuamua kabisa na familia zao. Mwanamke akipewa ya kwake, mtoto ya kwake, na sijajua kama umechukua bahasha za watoto wako. Maana kama hujachukua, elda, endeleeni tu kugawa. Mtasimama kule mkiona mtu anahitaji za watoto, envelope za watoto, endeleeni kuprovide. Labda kama zimeisha sasa, lakini mtaona. Ila ukiniuliza nitakwambia chukua bahasha na za watoto wako. Kama tunaanza mwaka upya na Mungu wetu, acha tumshukuru, maana ametulinda mwaka mzima, na ndiposa tuwe na uhakika wa kuanza mwaka mwingine na Bwana. Na kesho tutakuwa tumegawanyika.
Baada ya kuwa anaanza ibada, ataenda yeye kuomba kule na watoto wa Evangelist Robinson na Madam Ruth. Wakienda kuwaombea na sadaka zao kule, waelewe wanafunga makambi kwa kumshukuru Mungu kwa njia ya sadaka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama una bahasha, chukua ili ndio upelekee watoto wako, ili nao wawekee kitu ambacho leo nenda hata ukatoe pesa kwa simu yako, ili uweke hizo pesa kwenye envelopes, ili basi kesho wachache ambao watabaki ndio watabaki kutoa kwa M-Pesa. Lakini malengo kubwa ni kwamba kila mtu amshukuru Mungu wake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Usianze mwaka ukiwa hujafanya shukrani, ndiposa uombe pia baraka. Mwisho anapoomba boksi hili, kama umebakiza maombi ambayo unataka kuyaandika, fanya hivyo, maana kesho tutalimalizia hilo boksi kuliombea kipekee, na kila aliyewekwa ndani ya boksi hilo na changamoto yote iliyoandikwa katika boksi hilo, Bwana atatenda. Ningeshauri katika boksi la maombi, weka na karatasi yako ya shukrani. Mambo gani Mungu amekutendea mwaka huu, mshukuru. Na mangapi unataka kutendee, omba tena, ili mwaka mwingine wa imani utakaoanza kesho jioni uanze na Bwana. Wangapi wamenielewa? Walionielewa, Mungu abariki sana. Hata hivyo ni washukuru, kitabu cha Smart Love mmeshakilipia. Jina la Bwana litukuzwe sana. Inaonyesha moyo wenu na maelewano yenu na Mungu, na hivyo Bwana awabariki sana. Na karibu utuombee. Asante. Tutaomba, tuinamisha vichwa chini kwa kichwa tunapoomba. Mungu na Baba yetu tupendaye, tunakushukuru kwa sababu kwa mara nyingine tena umetupatia kibali cha kuja mbele ya kiti chako cha enzi. Pokea sifa na shukrani kwa sababu namna ambavyo umegusa mioyo ya watoto wako. Wamehusika katika kukutolea shukrani. Wamehusika katika kununua vitabu katika kambi hili. Wamehusika katika mahudhurio kwa namna ya kipekee katika kambi hili. Na kwa hiyo Mungu, tunakusihi ya kwamba jambo hili lote lisiende bure. Baraka zako za kipekee zitokazo mahali patakatifu ulipo iwe sehemu ya watoto wako, kwa sababu ya kujinyima, kwa sababu ya kujitolea, kwa sababu ya kuendeleza kazi yako Mwenyezi Mungu, wasipungukiwe kwa lolote. Kazidi kuwaonekania katika maisha yao, kazidi kuzitunza afya jamii zao, kazidi kuzitunza Mwenyezi Mungu, na ukazidi kuwapatia ushindi dhidi ya dhambi kila muda. Lakini mchana huu tena Mwenyezi Mungu, bahasha zimepeanwa kwenye mikono ya watoto wako. Kwa mara nyingine tena Mwenyezi Mungu, wanapoenda kuhojiana kuhusu mema makuu ambao unatutendea katika maisha yetu, wanapoenda kutafakari kuhusu yale ambao umetendea mpaka sasa, mwaka tangia kambi la mwaka jana hadi sasa, Mwenyezi Mungu, wanapoenda kusemezana kama familia, na kusihi Roho wako anayeweka katika kumbukumbu zao yale ambao umewafanyia, akazidi kuwakumbusha kwa namna kipekee sana Mwenyezi Mungu, ili shukrani zitakazotolewa ziambatane kwa ukaribu na wema ambao umewatendea katika maisha yao, ili kwamba sadaka zitakazoletwa Mwenyezi Mungu ziambatane na ukuu ambao umewatendea katika maisha yao, ili kesho tunakapokusanyika hapa tena kwa mara nyingine, tutakapokusogelea, ili kwamba tukuregeshe shukrani zetu, kuwe na kingi hata kusipo na mahali pa kukiweka. Mwenyezi Mungu, tufanyie muujiza wa kipekee katika sadaka hii, na neema yako izidi kutufunika. Kwa sadaka hii watoto wazidi kubarikiwa. Kwa sadaka hii Mwenyezi Mungu, wengi wakazidi kuwekwa huru. Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu hakuna lile ambalo liwezekani kwako. Muda huu mtumishi wako mchungaji Fadhili anaposimama sasa kumega mkate wa uzima, ninakusihi tena kwa mara nyingine, yeye apungue, wewe uzidi, ukaonekane asionekane. Yesu Kristo, neno lako lije tena kwa mara nyingine na nguvu ya kipekee itakayochoma mioyo yetu, kutukatisha tamaa ya dhambi na kukuza tamaa ya haki, kutupatia tumaini la uzima wa milele na faraja katika ulimwengu wa hapa chini. Asante kwa sababu umetusikiliza na umetujibu sawia na mapenzi yako. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi bahasha zitakuwa zikipita taratibu, mimi nikiendelea hapa na ibada. Ndugu zangu, kabla sijaanza ibada, watu wote tumetoa sadaka tena kubwa nzuri na kufanya mambo mengi mazuri, ila niliguswa sana sasa na kijana mmoja pia, rafiki yangu yule. Jana akanifuata akaniambia, Pastor,
nimekuja na sadaka mbichi. Nikamwangalia, nikamtazama, nikasema huyu ameguswaje namna hii? Na rafiki yangu yule ubaya, jina sijalikariri sana sasa, hebu basi utembee kuja mbele hapa kwa haraka kidogo. Hata sikukuandaa kwamba nitakuleta hapa, ila uniruhusu ili niwatie moyo watu wengine. Na ile laptop sijajua iko wapi, itakuwa mahali imekaa mbali kidogo. Nilimpatia church clerk, Elda alimpatia church clerk. Kama itafika kwa dakika hii sio mbaya, ila kama haitafika basi tutaona. Huyu rafiki, labda uje hapa tu. Huyu rafiki alipokuwa anajiuliza moyoni, hivi mimi katika sadaka za shukrani ninamtolea nini Mungu kwa alionitendea kwenye maisha yangu, kwa aliotenda, na kwamba namhitaji zaidi katika maisha yangu, mimi nitatoa nini? Rafiki jina ni Edwin Oganda. Anaitwa Edwin Oganda. Huyu rafiki Edwin jana amekaa amewaza na Mungu wake, akaleta laptop nzuri kabisa na chaja yake na kila kitu. Akasema hiki ndicho ninachoweza kumpa Mungu wangu. Hadi natamani kuweka maiki chini. Wewe. Is that how you should behave anyway? Nasema hivi, akamtolea Mungu laptop, sadaka mbichi, laptop HP screen touch laptop, akaitoa iwe sadaka yake ya kambi mwaka huu. Unajua wivu unakaribiana na uchawi, kwa hiyo mnaanza kunifikirisha mambo mengi sana hapa. Nasema hivi, akamtolea Mungu laptop. Ukiona mtu asemi amina sana, muangalie, mwambie rafiki yangu, unatuwazia nini? Kambi hili una mpango gani? Kwa hiyo Mungu akubariki sana Edwin. Ninajua watu wametoa fedha, wametoa mimea, mazao, wametoa vitu vingi mno. Na sisemi kwako kwa sababu umetoa kingi kuliko wengine, ila kwa hali yake, maisha yake na namna alivyo katika hali ya kiuchumi, ametoa kitu cha heshima kwenye maisha yake kuliko vyote. Ametoa kitu cha maana. Na rafiki yangu ameleta hapa ili kila mtu aone. Sio matangazo ya mtandaoni. Hii ndio laptop aliyoleta. Hebu sasa ifungue hivi watu waone. Weka HP kabisa hii. Sasa church clerk bro, hata kuifungua sasa sinipande hii. Okay. Sasa angalia. Hii huyu jamaa ameshika hapa kiongozi. Hivi wewe ni mwazini ama ni secretary wa kambi? Yes. Angalia hii laptop, hebu sema ni screen touch ama mimi ndio nimesema tu vibaya? Ni screen touch Core i5. Hii ni Core i5. Tuseme amen. Jamani, tuseme amen. Screen touch Core i5 HP. Sadaka yake kwa Mungu. Hivi wewe mzee wangu utaleta nini kesho kwa Bwana wako? Unaangalia 1,100 kwenye salio lako, unasema by the way Mungu nitakupatia 1,000. Mungu anasema is that how you can even give me thanksgiving? Mimi nakuambia Edwin, pamoja na wote ambao katika kambi hili wameamua kumshukuru Bwana, Mungu awabariki sana. Ninajua mmefanya vizuri kwenye camp expense, lakini nataka kuambia expense ni kile tunachotumia, lakini thanksgiving ni kile tunachompa Bwana ili kikafanye kazi yake kama shukrani yetu kwamba ametutendea mambo makubwa. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wanasema Edwin abarikiwe? Wewe nyoosha mkono kilegevu, baraka zinakurudia hivyo hivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Edwin, Mungu akubariki sana. Niruhusu niombe kwa ajili yako na kwa ajili ya wale wengi ambao wanawaza
kwa ajili ya Bwana, na hata kesho watafanya zaidi kwa ajili ya Bwana. Mkiniuliza washiriki, hii laptop natamani, ni muda tu haujatosha sasa, inunuliwe, tuitolee fedha, inunuliwe, ibaki kanisani. Church clerk na ofisi yote ya secretariat waitumie kuchapa mambo ya kanisa letu. Jamani, Bwana asifiwe. This is the town church. Lazima tuwe na laptop ya kanisa na sisi, tena ya screen touch, na hiyo itakuwa mbaraka. Wangapi wanabariki jambo hilo? Basi kwa niaba ya mchungaji, halmashauri imepitisha. Mambo yanayofuata ni kuchanga na kutoka na kuendelea kufanya mambo mazuri. Jamani, Bwana asifiwe. Hata church elder, simtafurahi kuwa na mali laptop, mali safi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Edwin, acha niombe kwa ajili yako na sadaka zote ambazo zitatolewa, na Bwana atatenda muujiza. Tutajipea time kuona namna ambavyo tuna rescue amount ambayo tutaiona kwa hekima za wazee kwamba hii laptop inanulikaje, ndiposa ile sehemu ya sadaka tutaitoa iende ikawe ni Thanksgiving offerings ya Edward, wakati huo kanisa linabaki na laptop. Bwana asifiwe. Hilo ni jema. Tuombe. Baba, asante sana kwa ajili ya Edwin. Nakushukuru sana maana amekupenda. Hajatoa kwa sababu yetu, na ndio maana kama wageni laptop hii imebaki kanisani. Hajatoa kwa sababu anavyo vingi, ametoa maana anakuhitaji. Ameileta laptop nzima na chaja yake na iko sawa, na ameileta kuwa mali yako Bwana kwa njia ya sadaka. Ninaomba ufungue hali yake ya kiuchumi. Ninaomba ufungue hali ya wazazi wake. Ninaomba utetee Ukristo wake, akaje kuwa elder siku moja, akawe mtumishi wako siku hizi za usoni, akawe mume wa mke fulani hivi ambaye anaendelea kuwa bora siku hadi siku. Mtendee miujiza yeye na familia yake. Mtendee miujiza ingiapo na atokapo. Mfunike usiku na mchana, mkinge mbali na mabaya. Wako watu ambao wametoa cash thanksgiving. Wako watu ambao wametoa vitu thanksgiving, na kuomba wale walitoa kikubwa au kidogo kwa niaba yao kupitia Edward, ninaomba utende miujiza katika familia zao. Ninaomba ujitukuze katika familia zao. Ninaomba Bwana ukatende miujiza, maana hivi ndivyo yalivyo mapenzi yako. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako Baba yatimizwe, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ubarikiwe rafiki. Watu wote wakibarikiwa. Asante sana Mr. Secretary, maana umetupatia, mimi hata nisingejua inaitwaje. Wewe ni mtaalamu, sasa umenizidi. Kwa hiyo Mungu akubariki, ndio maana umekuwa secretary. Mungu awabariki. Karibuni katika hotuba inayosema kadiri ya walivyo watesa ndivyo walivyoongezeka. Kadiri ya walivyo watesa ndivyo walivyoongezeka. Na mimi ninatamani kuangalia pamoja nawe kauli hii. The more they were oppressed, the more they multiplied. Kadiri ya walivyo watesa ndivyo walivyoongezeka. Na hotuba hii inatamani kuniambia mimi na wewe jambo ambalo ni la kipekee sana, kwamba kadiri ya walivyo watesa ndivyo walivyoongezeka. Ninajua kila mtu anapita katika hali ambayo ana jambo linaloweza kuwa linasumbua. Kuna kitu kinachomtesa. Kuna kitu ambacho anapitia katika maisha yake. Unajua, wenda naongea na mtu ambaye amekuja katika ibada hii ya makambi leo. Anasema, Pastor, mtumishi wa Mungu, ninapita katika bonde la uvuli wa mauti. Ninapita kwenye mateso ambayo siwezi kuyaeleza. Wenda ni mtu anapita katika wakati mgumu.
Ninatamani nikuambie, mateso sio mwisho wa maisha yangu. Mateso sio mwisho wa maisha yako. Mateso sio mwisho wa maisha yetu. Mateso hayatamaliza hatima yetu. Kinachotakiwa ni kwamba tuendelee kubaki na Mungu aliyekuwa nasi kabla ya mateso. Tuingie na Mungu, tutembee naye katika barabara ya mateso, na hata mateso yanapoondoka, hali ikabadilika na kuwa njema, tuendelee kubaki na Mungu. Na kwa hiyo hapa hoja sio mateso, hoja sio kile kigumu unachopitia. Ninataka nikutie moyo, mpe Bwana moyo wako, yeye ambaye anaweza kutembea nawe. Alikuwa pamoja nawe kabla hilo jaribu ulilo nalo sasa halijaja. Yeye alikuwa Mungu. Katikati ya changamoto unayoipitia sasa, yeye bado ni Mungu. Na hata baada ya changamoto hiyo kuondoka, usimsahau, yeye bado ni Mungu. Na kwa hiyo kama Mungu yupo, anasema yeye alikuwako, yeye yupo, naye atakuwepo. Ninachotaka kuanza nacho kama msisitizo ni usikubali changamoto ikakutoa mbali na Mungu. Lakini usikubali maisha yaliyokuwa magumu sasa yamebadilika, yamekuwa mazuri, yakakutoa pia mbali na Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Wakati wa mateso, yeye ni Mungu. Wakati mambo yanaenda vizuri, yeye ni Mungu. Wakati hatuoni shida, tunaona mambo ni mazuri, yeye bado ni Mungu. Wakati mambo yanapoonekana kuwa mabaya, yeye bado ni Mungu. Na mkumbuka mwimbaji anaimba, anasema, when peace like a river, nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni mwangu. Nami natamani nikuambie mshiriki, anatafuta mshiriki mwenye imani, ambaye mateso yakija, changamoto zikiandama, hali ikibadilika, bado atasema, nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote Bwana umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama, ni salama rohoni mwangu. Ninajua ninaongea na watu ambao wanapita katika vipindi mbalimbali vya maisha, lakini tuna makundi mawili hapa ya watu ambao wengine kwao mambo ni shwari, lakini wengine kwao mambo yamekuwa mabaya. Kwa hali yoyote ile, Mungu utujulishe na utupatie amani na utupatie imani ya kuendelea kujua kwa hali zote, ewe Bwana, kwetu itakuwa salama rohoni mwetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Israeli, tunaanza sasa Ufunuo 12 mstari wa 40. Makenzi naye sijui ameenda wapi sasa. 12 mstari wa 40. Ninatamani sasa Robinson sijui naye ameenda pia kule, nimemwagiza mahali. Sawa. Sasa asome aliyepo. Ni ya kwamba Exodus Kutoka 12 mstari wa 40. Kutoka 12 mstari wa 40. Nataka nione kipindi au miaka ambayo Israeli katika vizazi vyao vyote walipita kwenye mateso, walipita kwenye changamoto. Hebu msomaji kanyaga, twende. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, weka tumaiki mbali kidogo. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Muda waliokaa Misri ulikuwa ni miaka 430. Biblia inasema Israeli walikaa ugenini, nchi ya utumwa, katika vizazi mbalimbali, lakini kwa miaka 430. Ninajua
ninaongea na mtu ambaye anapita katika changamoto ambayo anakuambia, pastor, sijapata mtoto, huu ni mwaka wa 8. Anasema, pastor, sijapata kazi, huu ni mwaka wa 7. Anasema, pastor, sijaolewa, sasa nina miaka zaidi ya 40. Anasema, pastor, niko katika changamoto ambayo imechukua muda mrefu katika maisha yangu. Niko hapa kukutangazia, kama Mungu aliweza kuruhusu watoto wake wakakaa kule Misri miaka 430, lakini katika miaka hiyo 430 ilikuwepo miaka ambayo Israeli walipita katika changamoto, walipita katika changamoto. Niko hapa kukuuliza, je, changamoto ulio nayo umekaa kwayo kwa miaka mingapi? Niko hapa kukuuliza, je, umetafuta mtoto kwa miaka mingapi? Niko hapa kukuuliza, je, umetafuta kazi kwa muda kiasi gani? Niko hapa kukuuliza, je, ndoa yako imesumbua, huu ni muda gani sasa? Ninataka nikuulize, biashara yako imeendelea kuwa mbaya, imechukua muda gani tangu imekuwa mbaya? Ninataka nikuambie na nikuulize kwamba hilo jaribu, hiyo changamoto unayopitia ya uchumba, ya mahusiano, imechukua muda gani sasa? Ndio maana nakuambia, Israeli wao waliingia Egypt, wakakaa huko Misri wakiwa na njaa iliyowatoa Kanani, wakakaa Misri. Lakini Biblia inasema walikaa miaka 430, walikaa ugenini kwa miaka 430. Na katika miaka hiyo ni mingi kati ya hiyo ambayo tangu Yusufu afe, maana Yusufu alikaa, yeye ndiye alialika familia ya Yakobo baba yake, wakiwa na ndugu zake pamoja na watoto wao na mifugo yao, akawapa mlima wa Gosheni. Ukisoma sura ya 50 ya kitabu cha Mwanzo, ambayo sitasoma, wewe mwenyewe utaandika na kupitia, ndipo Yusufu akafa kwa yapata miaka 110. Biblia inaniambia alipokufa aliwaambia ndugu zake, ndio nimekufa, ndio ninahisi kifo, lakini kama kweli nitakufa, msije mkaondoka mkaenda ile nchi ambayo baba zetu Ibrahim, Isaka na Yakobo aliwaahidia kwamba tutakwenda, na nchi hiyo bado tunaisubiri kwa mbali. Kanani tutarudi tena, Kanani tutakwenda tena, Kanani tutakwenda. Hata kama tupo hapa Misri, tunapita katika changamoto za Misri, nami ninakufa, lakini nawaombeni ndugu zangu, ile siku itakapowadia ya kutoka hapa Misri na kwenda kule ambako baba zetu waliahidiwa, mtakapoondoka msisahau mifupa yangu. Baba yake alikuwa amezikwa Makapela, yeye akiwa bado anakaribia kufa, maana Yakobo ndiye aliyetangulia kufa. Na ndiposa sura ya 50 inaanza kwa kuonyesha ndugu wakiwa na hofu, wakifikiri kwamba Yusufu atawatendea vibaya, lakini Yusufu akawaahidi hatendi vibaya. Na ndiposa baadaye Yusufu naye anakufa. Biblia itakuambia akaja Farao asiyemjua Yusufu. Hiyo ni sasa ni sura ya Kutoka sura ya 1. Ndiposa Farao asiyemjua Yusufu, na sasa Yusufu amekufa. Aliyekuwa waziri mkuu, aliyekuwa kiongozi amekufa. Israeli wamebaki bila kuwa na mtu wa kuwatetea. Wako kwenye mlima wa Gosheni. Bwana amewajalia, kama ni mifugo inaongezeka, kama ni watoto wanazaliwa tena wenye nguvu, kama ni familia inaneemeka, kama ni maisha, hata kama wako Egypt, wako Misri, mahali pa ugeni, lakini Bwana aliwabariki. Ndio, hapa si petu pahali, kwetu ni kule mbinguni. Na neno moja la fahari, mji wetu unakuja. Kama vile Ibrahim, kama vile
Isaka kama vile Yakobo walivyoahidiwa, na watoto wao na vizazi vyao vikajua kwamba iko siku moja wataenda katika mji ambao Bwana amewaandalia. Nina habari njema mchana wa leo. Baada ya kambi hili kufanya makambi hapa duniani, nina habari njema kwa wanakambi wa Better Living Getembe. Nina habari njema kwa msikilizaji aliye mtandaoni. Hapa si petu pahali, kwetu ni kule mbinguni. Baada ya makambi ambayo tunafanya mwaka hadi mwaka hapa duniani, tukiwa katika nchi ambayo hata hivyo dunia inatutesa, hata hivyo dunia imeonekana kuwa na mambo mengi ya kutuumiza. Nina habari njema kwa wasikilizaji mchana wa leo. Baada ya dunia kututesa, baada ya dunia kutunyanyasa, baada ya dunia kutupa magonjwa, haki inakosekana mahakamani, ndoa zimekuwa na magomvi, ndugu wanatugeuka, mambo yanakuwa mabaya kila kona. Ninaona dunia imechafukwa, siasa imechafuka, viongozi wa serikali wanachafukwa, mambo yanabadilika. Ninayo habari njema. Hayo yasitutishe, hayo yasituondolee Ukristo wetu. Hapa si petu pahali, kwetu ni kule mbinguni. Neno moja la fahari, mji wetu unakuja. Jamani, nasema tena, unakuja. Kama vile walivyowatesa, lakini Yusufu amekufa, na sasa amekufa, anawaachia neno la matumaini kwamba hapa hatutakaa milele, hatutakaa Misri milele. Na anawaambia ndugu zake, nitunzieni mwili wangu muutunze, tena mifupa yangu muondoke nayo, maana ninajua siku moja, hata kama mimi nimekuwa waziri mkuu, nimekula mema ya Misri, ila Yusufu anawaambia ndugu zake, hapa hatutakaa, tutakwenda. Kuna mahali tunaenda, na hapo baba yetu, Mungu wetu aliwaahidia baba zetu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Yeye anakufa, ameacha neno la matumaini ya kwamba tutakwenda kule ndugu zetu, baba zetu walipoahidiwa na Mungu wa mbinguni. Nina habari njema, na naomba tena nirudie habari hii njema. Ndio Bwana ametuleta wanenaji, ndio tumekuja kuhubiri, lakini Ijumaa hii ambayo ni kama makambi yanataka kukamilika, ninatamani kuwatangazia na kuambia wasikilizaji wote, acha dunia itutese, itutesavyo. Inatutesa na korona, inatutesa na magonjwa mbalimbali yanayoibuka, matetemeko ya nchi, vita mahali mahali, siasa inachafuka, ndoa zimekuwa za mkataba, ushoga unaingizwa kwa lazima, hali imechafuka, tabia zimekuwa mbaya. Hizi ni za Misri tu, hizi ni za dunia hii tu. Ninataka kutangaza kama Biblia inavyotuhakikishia, Yesu mwenyewe kama Yusufu alipokufa akafufuka, ile sura ya 14 ya kitabu cha Yohana anatuambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Kumbe Yesu anajua wakina mama wanafedheheka, kumbe Yesu anajua akina baba wanafedheheka, kumbe Yesu anajua watoto mashuleni wanafedheheka, kumbe Yesu anajua hali ya dunia inatufedhehesha. Mateso yaliyokaa kwenye dunia, wenye hela ni kama hawana, wenye nyumba usingizi hawana, wenye vyakula vizuri vitamu vyakula wameshaandikiwa na daktari, usile hiki, usile kile. Hela wanayo, wangeweza kula kila kitu, wangeweza kujishibisha na kuvinjari, lakini baada ya hela kuja, daktari anasema una sukari, hiki utakula. Baada kwa ametafuta hela kwa mateso, anafikiria kaya enjoy, anaambiwa una pressure, hiki utakula. Baada ya kukaa
amepambana, ametafuta nafasi ya kuwa kiongozi, ya kuwa mwenye cheo, ya kuwa msomi, anaambiwa umepata kansa ya ubongo, wewe umepata kansa ya shingo ya kizazi, wewe umeshapata ugonjwa huu. Amekaa, Mungu amemjalia hata ana gari, baadaye anaambiwa umepata stroke. Dunia imejaa mfadhaiko. Dunia ni kama ilivyokuwa Egypt, ambako watu wa Mungu waliteseka. Ila ninawaambia jioni, mchana wa leo, ninawaambia katika ubiri la leo, usifadhaike moyoni mwako. Anasema Yesu, kama tunamwamini Mungu na tumwamini na yeye, maana si mbali, pwani si mbali, tutaiaga dunia. Kama Israeli walikaa miaka 430 hapo Misri, lakini baada ya mateso kuongezeka, baada ya hali kuchafuka, nina habari njema. Mungu aliyaona mateso ya wanawake, Mungu aliona mateso ya wanaume, Mungu aliona mateso ya vijana, Mungu aliona mateso ya watoto walivyokuwa Egypti, walivyokuwa wanateswa. Mungu aliona, na nina habari njema, Mungu alikomesha mateso. Kama unanielewa sema amen. Huyu Mungu atayakomesha mateso. Huyu Mungu atayakomesha mateso. Na kikomo cha mateso, na kikomo cha mateso yangu na yako, hakitamalizwa na kiongozi mzuri wa siasa, hakitamalizwa na mchungaji mzuri mwenye suti nyingi, hakitamalizwa na kiongozi mwenye hekima nyingi. Mateso yetu yatakoma Yesu atakapokuja. Jamani, haleluya. Kama unanielewa tena punga mkono mchana wa leo, haleluya. Hebu tuangalie, je, Mungu aliona huruma nao? Kitabu cha Kutoka 30. Lakini kabla hatujafika hapo kwenye Mungu aliona huruma, kitabu cha Kutoka 3, hebu tuangalie, je, kweli waliteswa katika hiyo nchi ya Misri ambayo walikaa kwa miaka mingi kiasi hicho? Je, waliteswa? Anzia sura ya 1 mstari wa 12. Nini kilitokea? Nini kilitokea? Hebu anzia fungu, kama unasoma la 12, hebu anzia fungu la 5 usome kwa haraka ili watu wapate details. Na weka maiki yako mzuri, twende sawa. Na nafsi zile zote zilitoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa nafsi 70. Ndiyo. Na huyo Yusufu alikuwa humo ndani ya Misri tangu hapo. Sawa. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Sawa. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena ikitokea vita, nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Tulia pale. Shetani hapendi kuwaona Israeli wanaongezeka, lakini Biblia inaniambia Mungu aliwapa mbaraka wa uzao. Mungu aliwafanya hata kama wako utumwani, Mungu aliwapa baraka za kuzaliana. Ndio tuko kwenye hii dunia, ndio Yesu hajaja kutuchukua, na dunia inaonekana kuwa ni tambara bovu. Isaya anasema dunia kuvunjika imevunjika sana, dunia kuanguka imeanguka sana, dunia kuwayawaya inawayawaya sana. Tena imekaa kama mlevi na mzigo wake umeilemea, na si muda kitambo itaanguka, haitainuka tena. Baada ya dunia kuonekana kama tambara bovu, kwamba si mbali itaanguka tena, haitainuka tena, ninataka nikushirikisha jambo hili ya kwamba ndivyo basi Egypt, yani Misri, palivyochafuka. Biblia inasema baada ya Yusufu kufa,
Na akaja Farao asiyemjua Yusufu, na tena asiyekijua kizazi chake, ndiposa Israeli wakaingia kwenye mateso makali. Ninamjua Mungu ambaye akishaona mateso yameongezeka, Mungu anaingilia kati. Na Biblia inasema walikuwa wameongezeka sana. Biblia inasema walikuwa wameongezeka sana. Na hivyo wakashauriana, wakasema inawezekana tukiwaruhusu waendelee kuzaliana watakuwa wengi, na baadaye watatuteka, baadaye watakuwa wengi na wachukue mamlaka yetu. Nisikilize jambo hili. Shetani hapendi kuona watoto wako wanasoma, wanajitokeza. Shetani hapendi kuona ndoa yako ina amani. Shetani hapendi kuona unajenga nyumba nzuri. Shetani hapendi kuona unapandishwa cheo. Shetani hapendi kuona unacheka na mme na mke wako, unacheka na watoto. Shetani hapendi kuona mambo mazuri. Kadiri anavyoona mambo yanaongezeka, kama huyu Farao ambavyo aliona mazuri, aliona neema, aliona vitu vingi vinaongezeka, aliona mambo yanakuwa mazuri. Kadiri anavyoona baraka zinaongezeka, Farao anachukia. Ninajua mpendwa wangu, huenda shetani amechukia mno. Huenda amechukia alipoona kazini una amani, alipoona ndoa yako ina amani, alipoona watoto wako wanasonga, alipoona biashara yako inasonga, alipoona mashamba yanabarikiwa, alipoona mambo yanaenda vizuri. Huenda shetani amechukia tayari. Huenda shetani amekwazika tayari. Huenda shetani amepandisha hasira yake, naye amepanga kututesa. Ila nina habari njema. Israeli walipoona kwamba Farao amewatesa sana, mchana wa leo Israeli walipoona kwamba wameteswa sana, nina habari njema. Israeli walipoona Farao amekuwa mkali, ninaomba unisikilize hili tena, wakaamua kumlilia Bwana, naye Bwana akawasikia. Hivi amina zenu mpaka niwaombe tena kila siku, na nyinyi mnajua niko mtandaoni bwana. Nasema hivi, Bwana akawasikia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mateso yameongezeka, hali imekuwa mbaya, Farao amekuwa mkali, hataki idadi iongezeke, hataki Israeli wazidi kuwa wengi, maana ameogopa. Ninajua shetani hapendi kuona kanisa la Mungu watu wanabatizwa na kuwa wengi kwenye hilo kanisa. Ninajua shetani hapendi kuona ndani ya kanisa la Mungu washiriki wakiongezeka. Farao amechukia kuona watu wanaongezeka, hataki Israeli waongezeke. Ndio maana shetani anaingia kwenye makanisa, analeta vurugu, analeta kelele, analeta maneno. Hataki watu wafanye kazi ya kuendelea kuleta wengine kwa Yesu, ili wazae roho nyingi, wazidi kujaa kwenye kanisa. Hataki shetani kuona amani ndani ya kanisa la Mungu. Shetani hataki kuona tunabatiza na watu waongezeke, wawe wengi. Anachofanya, akiona tunakuwa wengi kama Farao, anasema hawa watu wamekuwa wengi, tuwaingilie kwa akili ili wasije wakaongezeka wakatuzidi. Shetani hataki Israeli waongezeke. Farao hataki Israeli waongezeke. Watu wa Better Living Getembe, sijalijua kanisa lenu vizuri, na msikilizaji huko unakosali, sijalijua kanisa lako vizuri, lakini nataka niseme kama Farao hakupenda kuona idadi ya wana wa Israeli inaongezeka, tena kama kiongozi anashauriana na viongozi wengine kwamba wasiongezeke, sikiliza ujumbe huu ambao utafika mpaka kanisani mwako.
ambao unafika mpaka ofisini kwako, ambao unafika kwako msikilizaji. Shetani hapendi watu wa Mungu wakiongezeka. Atapiga vita. Getembe wakisema tunaanzisha crusade, vita. Makanisa fulani mkipanga injili, vita. Vita itawaka. Wanakwaya watagombana, wajumbe wa church board, baraza watagombana, wazee wa kanisa watagombana. Kila mahali ataleta kero, kila mahali ataleta vyesi. Atatumia hekima kutuvuruga ili tusiendelee kuongezeka. Ila kama Bwana aishivyo, ninakutangazia hapa kwa Bwana, hata tukiteswa, hata wakituvuruga, hata wakituletea kero, kwa Bwana tunaongezeka. Hai, tunaongezeka. Farao, hutaki Israeli waongezeke? Farao, hutaki, na unaweka vikao vya kupunguza idadi, ya kupunguza watoto wa Mungu Israeli wasiongezeke. Farao, huwezi. Ninaona kuna wazee wa kanisa wanaweza kuwa kama Farao. Ninaona kuna wajumbe wa kanisa wanaweza kuwa kama Farao. Ninamjua shetani anawatumia viongozi, anawatumia viongozi wa kanisa, anawatumia baba wa familia, anawatumia mama wa familia, anatumia watoto wa familia. Asichotaka shetani kwamba tusiishi kwa amani, kwamba tusiongezeke, kwamba tusienjoy. Nami nakwambia shetani, kama Bwana aishivyo, tutaongezeka. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Hebu basi, shetani baada ya kuona watu wanaongezeka akafanya nini? Hebu sasa soma. Je, alivyowatesa nini kiliendelea? Msomaji, kanyaga twende muda wetu. Basi wakaweka wasimamizi wao wawatesa kwa mizigo yao. Weka mic mbali afu twende. Enjoy. Relax bro. Okay. Haya twende. Basi wakaweka wasimamizi juu yao. Basi wakaweka wasimamizi juu yao. Wawatese kwa mizigo yao. Wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuweka akiba. Nao wakapelekwa kujenga majengo ya kuwekea akiba. Bitomu na Ramesesi. Haya twende tu hivyo hivyo. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa. Soma fungu la 12 vizuri. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Haleluya. Amina. Kadiri ya walivyowatesa, kadiri ya walivyowatesa, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea. The more they were oppressed, the more they increased and multiplied. Shetani hatuwezi. Farao anawatesa Israeli, yani kadiri wanavyoweka matofari, wanasagishwa ngano, wanateswa na kazi nyingi, ili wasizaliane. Yani ndipo viuno vinaimarika, yani ndipo matumbo yanapokea watoto. Mateso yanaongezeka, Waisraeli wanaongezeka. Ninaomba nikutangazie mchana wa leo, kanisa la Mungu, hata kama wajitokeze wanaolitesa ndani ya kanisa, ndani ya baraza, ndani ya vikao, nina habari njema. Kama tu wametumwa na shetani, kama Farao alivyokuja na jambo lake kwamba atese ili alipunguze kasi jeshi na taifa la Israeli lisiongezeke, nina habari njema, hakuliweza. Alivyowatesa ndivyo alivyoongezeka. Ndio, inawezekana sio mateso ya ndani ya kanisa. Wanaweza wakaja watu ambao wamekuja na mateso yao, ambao wamekuja na mateso yao kama Farao. Nina habari njema, ukiwa na Mungu,
vile wanavyozidi kutesa ndivyo unavyoongezeka. Naiombea Better Living Getembe, iwe mtapitia mateso kupitia watu wa nje ya kanisa au mtapitia mateso ndani ya kanisa. Ninakuombea msikilizaji, ninawaombea watu wote mlioko hapa, hata kama washirika wa kanisa hili la kweli la Mungu atajitokeza mtu au watu hawataki maendeleo, hawataki kazi ya Mungu, hawataki mambo kwenda vizuri, hata kama watoke nje au watoke ndani, wenye roho ya Farao, hili ni kanisa la Mungu. Kadiri watakavyotutesa, ninawatangazia ndivyo tutakavyoongezeka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama unanielewa, si unipungie namna hii. Sikiliza, hebu mwambie jirani yako, wewe ni Mwisraeli. Hebu mwambie tena, wewe ni Mwisraeli. Mwambie tena, wewe ni Mwisraeli. Sikiliza, Waisraeli hatuteswagi. Mungu wetu ni mkubwa kuliko mafarao wanaotaka kututesa. Na kitakacho wavuruga mafarao, kadiri wanavyotaka kututesa, sisi tunaongezeka. Yani wakitaka watese ndoa ili tusiwe na amani, ndiyo kwanza tunatembea tumeshikana mikono. Kadiri wanavyoenda kuchokoa ili tufukuzwe kazi, ndiyo kwanza tunapanda vyeo. Kadiri wanavyosumbua uchumba ili uvunjike, tarehe ya ndoa ndivyo inavyokaribia. Kadiri ya wanavyotutesa, ikiwa mtu amevaa roho ya Farao na anania mbaya na wewe, na anakuja kwako kukutesa, awe anakutesa kwa uchawi na uganga ambao hauna nguvu kwa Mungu, awe anakutesa kwa fitina na majungu, awe anakutesa, anakuoppress kwa madharau, anakufanyia chochote kibaya, mwambie, mimi nimesoma Biblia, nikaona Farao ameandaa kila aina ya mateso, hakufanikiwa. Maana kadiri alivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Nami ninajua hata wanitese, hata wakutese, kama kweli tutasimama na Mungu na tuendelee kuwa Waisraeli wa kweli, na hila isionekane ndani yetu, hata wakikutesa namna gani, mtoto wa Mungu, utaongezeka. Nasema tena, utaongezeka. Narudia tena, utaongezeka. Mungu wetu ni Mungu wa multiplication. Anatumia formula ya multiplication. Yeye sio Mungu wa division, yeye sio Mungu wa plus, yeye sio Mungu wa minus. When God blesses, he multiply the blessings. Mungu anapotoa baraka, mzee wa kanisa, Mungu anazidisha. Nami nataka nikwambie, the more they were oppressed, the more they multiplied. Mungu ameona mateso yako, ameona unavyopitia fitina, wivu, kijicho. Mungu anaona ndoa yako inapita kwenye oppression, mateso. Mungu anaona uchumi unapita kwenye mateso. Mungu anaona watoto wako wanapita kwenye mateso. Mungu anaona, Mungu anaona. Na ninamjua Mungu anayetazama. Na kwa kuwa Mungu anaona mchana wa leo, kadiri ya tutakavyopita kwenye nyakati ngumu, shetani mwenyewe kututesa au watu wanaotumiwa na shetani kututesa, nimekuja na habari njema saa hii. Nimekuja na habari njema kwako msikilizaji, ya kwamba wewe baki ukimtegemea Mungu. Maana walio na Mungu, kadiri ya mateso yanavyoongezeka, wanakuwa nao wakizidishwa. They are multiplied. Hallelujah. Jamani, hallelujah. Hebu nione wangapi wanasema, mimi nimejiandaa kumultiply. Baada ya kambi hili ninaenda kumultiply. No matter the oppressions,
no matter how. Na Better Living Getembe kama kanisa, ninatamani muongezeke, ninatamani mzidike, ninatamani mzidi kumwona Bwana baada ya makambi haya. Mungu ambaye anasema hatutishwi mzee na mateso kiasi gani, hatutishwi na oppression kiasi gani, hatumwangalii ambaye anashtumwa na shetani ana cheo kiasi gani. Kama amekuja na mawazo ya kishetani, kadiri atakavyotaka kututesa, hawezi, sisi tutaongezeka. Kama ndivyo unavyoamini, punga mkono na useme amen. Amen. Better Living, washiriki wanatakiwa kumultiply, ujenzi unatakiwa kumultiply, uongozi wenye roho wa Mungu unatakiwa kumultiply, kila kitu kinatakiwa kumultiply. Biashara yako mshiriki binafsi inatakiwa kumultiply, kazi yako inatakiwa kuendelea kuongezeka, kila kitu kinatakiwa kuwa chema. Hebu basi tunapoenda katika hitimisho fulani hivi, niruhusu nisome sasa sura ya 3. Mungu anayaona masumbuko yako, na ndiyo maana anawaambia Israeli ya kwamba nimeona machozi yenu, nimeona vilio vyenu, nimeona mateso yenu. Wamewasagisha ngano, wamewabebesha matofali, wamewajengesha nyumba, wamewatesa kwa kazi, wakifikiri mtapungua. Lakini mimi Mungu, katikati ya changamoto mliokuwa nayo Israeli, nimeruhusu muongezeke. Kadiri ya walivyowatesa ndivyo nilivyowazidisha. Mungu anaweza kuingilia kati maisha yangu na maisha yako. Kadiri shetani anavyoongeza mateso, Mungu anaongeza baraka zake. Amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Amen. Wanaonielewa tena wapunge mkono namna hii. Hebu tuangalie jicho la Bwana linavyotazama changamoto zetu. Soma pale fungu la 7 na la 8. Kutoka sura ya 3 fungu la 7 na la 8. Mchana wa leo lazima uondoke na chakula cha kiroho kilichoshiba, na twende pale tuendelee. Basi akasema, Bwana akasema, hebu weka mambo sawa jamani. Fungu hilo ni nzuri sana. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nimesikia kilio chao kwa sababu ya maumivu yao, nami nayajua maumivu yao. Shuka. Sasa hebu anza upya. Yaani hiyo umeshaharibu. Weka mic sawa, sijui imefanyaje Obedi. Haya. Weka mic mbali hivi itakamata haraka frequency, alafu twende. Soma vizuri, anzia pale fungu la 7. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Haya, twende. Niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Isha pale tu, wataendelea wao. Biblia inasema, na ninaomba nikuambie, kitabu cha Kutoka sura ya 3 fungu la 7 na la 8. Kitabu cha Kutoka, hii ni nini sasa? Okay. Kitabu cha Kutoka
sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 8, Biblia inasema, nami nimeona kilio chao, nami nimeelewa maumivu yao, nami Bwana nitashuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Mungu anaona. Mungu hajakaa kimya. Mungu aliona mateso ya Israeli. Mungu aliona machozi ya Israeli. Mungu aliona changamoto wanayopitia Israeli. Anasema, Mungu akasema, ninashuka ili niwaokoe. Jamani, ninashuka ili niwaokoe. Mungu akayaona mateso ya Israeli. Mungu akasema, ninashuka ili niwaokoe. Nina habari njema mchana wa leo. Mungu aliyaona mateso ya Israeli, kama isemavyo Biblia katika Kutoka hiyo ambayo tumesoma, sura ya 3 fungu la 7 na la 8. Ninajua jambo moja, kama Mungu aliona mateso ya Israeli kwa mujibu wa Kutoka 3 fungu la 7 hadi la 8, akashuka ili awaokoe na mikono ya Wamisri. Mungu yuko pamoja nasi hata leo. Walio Israeli wa kiroho, wale ambao wanatembea wakimwomba Mungu, wakisoma neno lake, wakiimba nyimbo za Zaburi, wakimuinua Mungu usiku na mchana, hao ndio Israeli wa kiroho. Wanaimba nyimbo hata kama ndoa inatatiza, wanaimba nyimbo hata kama wanaimba nyimbo hata kama majaribu yanasonga, wanasoma Biblia, wanaomba na kufunga, wanafanya kila wawezalo. Hawa ni Israeli wa kiroho. Biblia yangu na Biblia yako imetuambia, kulingana na sura hiyo ya 3 ya fungu la 7 na la 8 ambalo nimesema sana kwa kurudia, huyu Mungu aliona mateso ambayo Israeli walipitia. Ndiyo habari nilionayo mchana wa leo. Mungu akikuona kwamba wewe nawe ni Israeli wa kiroho, unamhitaji kwa kumaanisha, unamuomba kwa imani, unasoma Biblia na kuamini neno lake, unaimba nyimbo za kumwamini katikati ya changamoto yako, Mungu aliyeona mateso ya Israeli ayaone mateso yako mchana wa leo. Na amesema ameshuka akawasaidia wana wa Israeli. Ndivyo niombavyo kwa wale wote ambao kwenye kambi hili wamejifunza kutembea na Mungu, ashuke awasaidie. Jamani, ashuke atusaidie. Kama Mungu aliona huruma, kama Mungu alikubali kuwasaidia Israeli, kama Mungu aliona machozi kutoka mbinguni, akaona mateso yao kutoka mbinguni, na akasema kwamba ameona maumivu yao kwenye hilo fungu la 8 la sura ya 3, anasema sasa ninashuka niwasaidie. Mimi na wewe Bwana hatatuacha, kwa kuwa tumeamua kutembea baada ya kambi hili kama Israeli kweli kweli, wanaojua hapa si petu pahali. Hapa dunia ni kama Misri, Kanani ni kama mbinguni, na tumejua kwamba hata wakitutesa tunaongezeka, na tumejua hata wakituletea shida haitatuweza. Lakini baada ya mateso kuongezeka, Mungu anaona huruma, anashuka kutusaidia. Mungu ashuke atusaidie. Jamani, atusaidie. Mateso haya yalikuwa mabaya sana.
jioni tutakuwa na mkutano mkubwa pia hapa wa kufungua Sabato, Evening Vespers. Uniruhusu niendelee na sehemu ya pili ya somo hili jioni. Itaanza saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili, Evening Vespers. Ninaomba nije tuangalie na wewe huyu Mungu ambaye aliona kilio cha Israeli, huyu Mungu ambaye aliona maumivu yao akashuka kuwasaidia, alifanya nini? Mchana amelijioni, karibu ili tuone jambo la kipekee. Biblia imebeba siri kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na kipengele ambacho ninakiacha kina nguvu sana, na utafanya kila uwezavyo ili kwa umoja wetu jioni. Kwanza kwaya zote itabidi ziimbe nyimbo kwanza, tutapata neno, alafu baadaye zitaimbwa nyimbo za kumshukuru Mungu kufika kilele cha makambi haya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wangapi wamenielewa? Evening Vespers. Lakini nenda mchana leo ukale, na hapa ndipo nataka niweke neno lenye msisitizo na msingi wake. Hapa ndipo nataka sasa nikuache na neno la dakika hizi za mwisho, ili usiondoke bila kuelewa nini hasa. Na wewe msikilizaji unayenitazama, ambaye uko mbele ukinitazama, wewe msikilizaji ambaye umetumwa kunitazama, kunisikiliza pia, nina neno la kipekee kwa ajili yako, na nina neno ambalo nataka nikuachie. Na kama Bwana amenipa neno la kusema nawe sasa, ninatamani ulisikilize. Usiwe mtu ambaye unalalamika sana na kuipoteza imani kwa sababu ya changamoto. Israeli wanabebeshwa tofali, wanajengeshwa nyumba, wanasaga ngano, walikuwa wanabeba matofali mazito, walikuwa wanafanyishwa kazi nzito mno, wanachapwa, wanaonewa, wanafanyishwa kazi mbaya, wanachapwa mno. Ilifika siku mpaka Musa akaona haya mateso yamekuwa mabaya, akaona haya mateso yamekuwa makali, akaona watoto wa Mungu wanavyoteseka. Musa akapata hasira kama mwanadamu. Na ndiyo maana mchana wa leo ninataka niseme na wewe ili nikuombee sasa. Ile ndoa kadiri inavyozidi kuwa na mateso ya mwovu shetani, ya mama mkwe, mother in law, ya baba mkwe, kadiri hiyo ndoa inavyopita kwenye oppression za marafiki, kadiri hiyo ndoa inavyoteswa na shetani, kadiri mambo yanavyozidi kuwa mabaya, mtegemeeni Mungu. Maana kadiri shetani anavyotutesa, sisi tukiwa na Mungu tutazidi kuongezeka. Furaha itaongezeka, amani itaongezeka, matumaini yataongezeka. Kama kanisa tujue, kwa kuwa tunafanya kazi ya Mungu, na sisi ndio wale Israeli wa kiroho. Wazee wa kanisa tuwe makini, wajumbe wa mabaraza tuwe makini, na kila mmoja ambaye amepewa kazi hii kuwa mkono wa kuume wa Injili tuwe makini. Maana usipompa Mungu maisha yako kiongozi, unaweza ukaingiliwa na roho ya Farao, ukawatesa watu wa Mungu, ukawatesa watu wa Mungu. Ila pia nataka nikutahadharishe, ukikubali Farao akutumie, atakutumia. Ila kazi ya Mungu, kanisa la Mungu halitarudi nyuma. Kadiri utakavyolitesa ndivyo litakavyoongezeka. Kwa ni bora uchague usitumiwe na roho ya Farao. Baki na Roho Mtakatifu,
Maana kazi ya Mungu inakuhitaji wewe kama kiongozi. Unategemewa. Wewe mama, usiingie kwa kina mama wenzako ukawajaza maneno, maana una roho ya Farao, na ukaiua kazi ya Mungu. Wanawake wakarudi nyuma kwa ajili yako. Wewe kijana, punguza basi mdomo, tulia. Usiwe kikwazo cha kazi ya Mungu. Usiwe na roho ya Farao. Maana nataka nikuambie, yeyote anayekwamisha hii kazi hawezi. Maana kadiri anavyotesa akili za watu, ndivyo Roho wa Mungu atakapowapa moyo wa kuongezeka. Ndivyo nakuambia wewe baba, usimtese mke wako ukijua kwamba wewe ndiye amekutegemea. Kadiri unavyomtesa, Mungu atamfungulia njia ya kuongezeka. Usiwatese watoto. Kadiri unavyowaacha wanahangaika, Mungu atawaongeza. Kadiri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka. Ikiwa wewe ni mshiriki una roho ya Farao, ikiwa wewe ni mfanyakazi kwenye ofisi una roho ya Farao, ikiwa wewe ni kiongozi wakati huu na ukawa na roho ya Farao ya kutesa akili za watu, ya kutumia nguvu kuwakandamiza, ikiwa wewe ndiye ambaye umekubali Farao akutumie kuwanyanyasa na kuwatesa watu, au mtu fulani anapitia mateso kwa ajili yako, ninakutangazia huwezi. Maana kadiri walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka. The more they were oppressed, the more they multiplied. Watu wa Mungu wanaomwamini Mungu hasa hawawezi kuteswa. Wewe ndiye utakaye aibika. Njoo mchana basi jioni uone Farao alivyoaibika hatimaye. Ikiwa ndio wito wako, kwani usinyoshe mkono wako mchana wa leo? Kwani usisimame mahali ulipo unasema, ndio shetani amekubali kunitesa, na kuna watu wametumiwa na shetani kunitesa, wamevaa roho ya Farao, hawataki niongezeke, hawataki ndoa yangu furaha iongezeke, hawataki uchumba wangu usonge ufike hatua ya ndoa, hawataki na mimi nipone niwe na afya njema, hawataki na mimi niajiriwe kama wengine. Wananitesa, wananioppress, wananikandamiza. Nimekuambia usipigane nao. Vita sio yako, vita ni ya mwanadamu, ni ya Mungu wetu. Maana kadiri watakavyomtesa yeyote kati yetu hapa ambaye ameamua kukabidhi maisha yake kwa Mungu, ndivyo atakavyoongezeka. Ikiwa ndivyo basi, mnikubalie kusogea hapa wapendwa, tunavyokuja kuomba. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, salama rohoni, rohoni
rohoni ni salama, rohoni mwangu. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Baada ya kujua kwamba Mungu anatazama, anaona kutoka mbinguni, Mungu aliweza kuwatazama Israeli wanavyoteswa na wanavyopita kwenye maumivu. Mungu aliona mateso yao, Mungu akaona maumivu yao. Ndio alikuwa nao, maana lengo la mateso ilikuwa kadiri ya wanavyowatesa wapungue. Lakini Mungu akageuza kwamba kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Shetani atakuja na mbinu nyingi, akitaka tupungue kwa namna nyingi, kiuchumi, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye afya, kwenye kila kitu ataingia. Atakuja na mbinu nyingi, anataka tupungue. Lakini sisi tunamwambia kama Israeli wa kiroho leo, kadiri ya atakavyotutesa sisi tutasimama na Mungu, na badala ya kupungua tunaongezeka. Jamani, tunaongezeka na tunapata ile zeal, imani ya kusema pamoja na mateso, it is well with my soul. Ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu na amekufa kwa roho yangu. Mungu, kama uliona Israeli ukaiokoa baada ya Farao asiyemjua Yusufu kuleta mateso, tena le fungu la 13 mpaka 16 anasema akawafanyisha kazi, wakabeba matofali, watoto wa kwanza wakawa wanauliwa. Hata Musa aliponea chupu. Alipona tu kwa tahadhari ya wenye hekima ambao Mungu aliwatumia, wale midwives. Kama Mungu katikati ya mateso, hata kuua watoto wa kwanza, hata kutufanyisha kazi, Israeli waliongezeka. Hatutaogopa leo, hatutaogopa leo. Mateso yatatufanya nini? Tutaongezeka. Jamani, tutaongezeka. Hebu tuseme tena, tutaongezeka. Tuseme tena, tutaongezeka. Mateso hayatuondoi, sisi tunaongezeka. Kama umepata hiyo spirit, unasema hata niteswe vipi, mimi nataka kuongezeka. Kwani usinyoshe mkono wako mchana wa leo? I love the spirit, I love the spirit. Elders, can you not be here? Na ndiyo maana nawaita sasa wale ambao, shika tu mkono wako sasa, wale ambao wanasema sasa, elders just come. Nahitaji kushika mikono kwa haraka wale ambao wanakubali kwamba kwa Bwana wanataka kuongezeka kwa njia ya ubatizo. Yeyote ambaye alikuwa hajawahi kubatizwa, yeyote ambaye alirudi nyuma. Tunao vijana wengi watakaobatizwa. Tunao watu waliorudi nyuma, wanaamua kutembea na Bwana. Wanasema uko nje ya Bwana tumeteswa sana, ila tunataka tuwe na Mungu. Maana kuwa na Mungu sio kwamba hatutateswa, ila wakitutesa pamoja na Bwana tutaongezeka. Nikuombe uje kwa haraka sasa ili tuhitimishe hotuba yetu. Kama unatamani kubatizwa katika mikutano hii, tembea kwa ujasiri haraka. Haijalishi jinsi ulivyo, Bwana anakuhitaji, Bwana anataka uongezeke. Mungu akubariki sana dada yangu. Njoo tu. Endelea kutembea kwa haraka. Wala isingechukua muda, maana unaenda kwa Mungu wala si kwa mwanadamu.
rafiki yangu njoo. Hata kama ulijitoa jana, njoo tena, njoo tena. Tunao vijana ambao wanatamani kuja wayakabidhi maisha yao, watu wazima. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Why can we not come? Come one, come all. Come one, come all. Iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni kijana, iwe ni binti, iwe ni mzee, yeyote ambaye yuko hapa, tutakuwa na ubatizo wa kipekee kesho. Ikiwa uko hapa na hujajitoa, usiseme tu nitaenda kesho na nilishajitoa. Bwana anakuita kipekee. Ikiwa tunao vijana ambao hawajajitoa kwa Yesu kwa muda mrefu na wako hapa na wanasema mimi nitaendelea kungoja kesho, mimi nipo kwanza, unafungua mlango wa mateso ambayo hutaweza kupigana. Ni bora uje kwa Mungu wako, ni bora ujitoe kwa Yesu wako. Yesu anakuita, Yesu anakuita rafiki yangu, kaka, Yesu anakuita. We want to pray for you. Tunataka tukuombee. Njoo kwa Yesu. Come to Jesus. Njoo rafiki. Naona vijana wengi kabisa ambao huenda hawajabatizwa kabisa, na wamekaa wamesimama, wanaendelea kutazama, wanafikiria, huenda wanaona maisha haya ni mchezo, hawajajua shetani anatutesa. Ikiwa ni wewe dada, kaka, njoo sasa. Njoo sasa rafiki yangu, tembea uje. Tunataka tuombe katikati ya jua hili. Njoo, ni wewe Yesu anakusubiri. Ni wewe Yesu anasema njoo dada, njoo kaka, njoo rafiki, njoo. Ikiwa ulirudi nyuma, ikiwa hujai kuwa na ubatizo, hujai kubatizwa, njoo sasa. Na kusubiri tu wewe utembee. Ni wewe Yesu anasema njoo kaka, njoo dada, njoo rafiki yangu. Usifanye moyo wako mgumu. Anza na Bwana maisha yako. Je, yuko mmoja wetu? Je, yuko ambaye ana sita katika bonde fulani? Mtie moyo, mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Njoo. Nao dakika chache tu hizi, hazitazidi tena dakika 2, maana tumesimama pia sana. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Come to Jesus. Je, utamnyima Mungu maisha yako, mtetezi wa mateso na maisha haya, yeye ambaye ametuandalia Kanaani ya mbinguni? Je, upo? Nisingependa sana nitumie muda mwingi huu. Kama upo rafiki, najua wako wengi walijitoa jana, ila leo wanasema pastor, it bother me to go in front again. Lakini njoo, Yesu anakuita. Njoo tena, njoo tena. Kama upo hapa, njoo tena. Mungu akubariki dada yangu, njoo, njoo. Yes, may God bless you. Endelea kuja, Roho anasema na wewe. Njoo rafiki yangu, Mungu akubariki sana, Mungu akupiganie, Mungu akuokoe. Njoo rafiki. Je, yuko mmoja wetu? Njoo tu, usiogope, usiogope, njoo. Je, ni wewe dada? Ni wewe kaka? Ikiwa ulirudi nyuma, njoo, Yesu anakuita tena. Ikiwa hujai kubatizwa, njoo, Yesu anakuita mchana wa leo. Ni Yesu ambaye atakuita hivi kwa wito wa kuendelea rudia. Na kwa sababu muda upo, njoo, muda wako ungalipo. Wakorintho wa pili 6:2 anasema muda wa wokovu wetu ni leo na saa ni sasa. Je, yupo? Sije tukawa tumeukatalia wito huo. Labda nirugeuze wito. Wenda uko pale lakini ujioni kama utapita mbele, lakini natamani ubatizo mkubwa wa kipekee maishani mwako. Kwani usinyoshe mkono wako mahali ulipo? So pastor, I will not come in front, lakini natamani kubatizwa. Nyosha mkono wako. Bwana atakuona mahali ulipo. Nyosha mkono wako. Je, yupo ananyosha mkono mahali fulani? Bwana aendelee kusema nawe. Tunao watu zaidi ya 25 sasa ambao wako tayari kubatizwa na wameshajiandaa. Ni wewe, Mungu amekusubiri. Wakiwa hata 100 ukabaki wewe, ataumia. Bwana atusaidie. Jamani, Bwana atusaidie. Tumeneemeshwa sana na somo hili. Hata mimi nimezidi kutiwa moyo. Kitakacho yafanya mateso yaongezeke, kwa maana maovu yao yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu. Ikiwa tutasimama kweli na Mungu, tutashinda.
na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Haleluya jamani, haleluya. Tuombe basi. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Salama, salama, rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Baba, ingawa shetani atatutesa, tunajipa moyo kupitia hotuba ya siku ya leo, kwani Kristo umeona unyonge wetu na ulikufa kwa ajili ya roho zetu. Na kwa hivyo unatuambia mchana wa leo ni salama rohoni mwetu. Huenda neno hili limekuwa kali kama upanga, maana wengine tumevalia roho ya Farao, tumevalia roho za utesi, tumekuwa na mawazo ya utesi. Tuna roho ya Farao kwa wake zetu, tuna roho ya Farao kwa waume zetu, tuna roho ya Farao kwa wazazi wetu, kwa watoto wetu. Tuna roho za Farao kwa marafiki, wafanyakazi, wafanyabiashara wenzetu. Tuna roho ya Farao ndani ya kanisa. Baba, utusaidie ili roho ya Farao itutoke. Lakini jambo la pili, huenda Bwana mimi ni yule ambaye nimekuwa mbali na wewe, natenda dhambi, nimejikatia tamaa kwa sababu ya mateso ya Farao, mateso ya shetani. Na Farao anaweza kuwa ni mwanadamu, ndugu, jamaa, rafiki ambaye anatumiwa kuwa na roho ya shetani. Na kwa sababu tumejua leo, tumejipa moyo kwamba vile wanavyozidi kututesa ndivyo tunavyoongezeka. Imani yetu na iongezeke kwako. Na mchana wa leo kila mmoja aondoke na neno hili: kadiri ya tulivyoteswa ndivyo tutakavyoongezeka. Tukayakabili mateso kwa roho ya ujasiri, tukaiangalie dunia kwa roho ya ujasiri, maana hata hivyo umetuambia dunia siku moja itakoma. Kama Israeli baada ya miaka 430, baadaye mateso yalipoongezeka, uliona hawawezi kukaa tena mle. Jioni utakapotuleta katika hotuba kubwa, utufundishe namna ya kutoka Misri. Utufundishe namna ya kutoka Misri. Uje useme nasi wakati wa jioni. Waliojitoa kubatizwa, sema pamoja nao. Tumepata taarifa ya wengi ambao wameshajitoa, na tunayo hii ambao wamejitoa hapa mbele kwa kuwakilisha kundi kubwa na wale watakaobatizwa. Baba, hawa nao watangaze hadharani kwa Israeli wa kiroho, na kwamba wokovu umerahisishwa. Maana tukiwa na wewe tunashinda zaidi ya kushinda. Tukiwa na wewe Yesu uliyetufia, kwanza utakuja kutuchukua, na kabla ujaja unapigana kututetea. Mbariki mtoto wako huyu wa kike na wa kiume, mama na baba, mzee, kijana, mtu wa umri wa udogo kabisa. Ututetee. Shetani ametutesa, ila tunajipa moyo, kwani Kristo uliyeona mateso ya Israeli umeona unyonge wetu mchana wa leo. Acha yule mtu msikilizaji aliyeko mtandaoni, aliyeko hapa, aondoke na tumaini kwamba Kristo ameona unyonge wangu, na kama niliteswa sana, nimepata neno kwamba ndivyo nitakavyozidishwa sana. Tupe mchana tulivu, lunch njema, mapumziko yapatayo masaa 3 hivi, ili baadaye tena saa 11 utulete hapa tuangalie namna ya kutoka Misri twende Kanani. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Tuseme tena amen. Enjoy your lunch.
Kamwambie jirani yako utakaye kula naye, hata kama utateswa, ukiwa na Mungu utaongezeka sana. Bwana awabariki. Bwana atembee nanyi. Baraka, baraka, baraka. Kadiri ya utakavyopitia kwenye mateso, baki na Mungu, utaongezeka. Uliye mtandaoni, Mungu akubariki sana. Kadiri ya ulivyopita kwenye mateso, Bwana akuongeze. Ndivyo tunavyohitimisha makambi haya hapa Better Living Getembe Kisii Ijumaa hii. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba walivyoteswa sana ndivyo walivyoongezeka, kama Biblia ilivyosema Kutoka 1:12. Na tukaona Mungu akishuka kuwakumbuka watoto wake. Nikutie moyo kwamba usitishiwe na mateso. Tishiwa kuingia kwenye mateso bila Mungu. Maana walio na Mungu, kadiri watakavyoteswa sana, ndivyo wanavyoongezeka. Na mateso yakizidi, huyu Yesu, huyu Mungu tunayemwamini katika wokovu uliorahisishwa, atashuka kama alivyoshuka kwenye Kutoka 3:7 na 8 akawaokoa. Usitishwe na mateso. Tishwa kuingia kwenye mateso bila Mungu. Bwana akubariki. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. ili tukienda kwa mto upate kupatiswa. Wale ambao mlikuwa na sadaka ile mbichi, lete hapa tupate kuuza, alafu tutoke. Kucheni haraka na hizo sadaka zote tuweke hapa tuuze, alafu tutoke. Tafadhali msitoke, mtakula lunch, alafu baadaye mtoke. Kesho ni sherehe kubwa ya Sabato, kwa hivyo naendelea kualika kabisa mje kwa wingi ili tuweze kumaliza makambi yetu na tumshukuru Mungu kwa makubwa ambayo ametutendea. Kwa hivyo program za kesho zitaanza mapema. Asubuhi 2:00 tutakuwa tumeanza program, kwa hivyo uweze kuwahi mapema ndiposa usikapitwe na kipindi chochote. Watu wa Mungu, jioni pia ninawaalika kwa kufungua Sabato, jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu amesema muweze kufika kwa wingi, lakini niweze kuambia kwamba bado tutakuwa na maombi itakuwa mengi. Kwa hivyo Mungu azidi kuwabariki. Tunangoja kuuza vitu vyetu, kwa hivyo nawangoja wale wanaoleta vitu hivyo waweze kuzileta hapa mbele na elder watatusaidia kuziuza. Lakini ni kuambia kwamba kesho program itaanza mapema na itakuwa ni program ambayo itakuwa ni tight sana, kwa sababu wanenaji wetu watakuwa wanatoa hotuba zao za mwisho. Mnenaji wa familia ataongea, mnenaji wa Bible study ataongea pale, na ndiposa tutapata mahubiri ya siku hiyo. Kwa hivyo wanenaji wetu wamekuwa wa mibaraka mingi. Hata nawe uwe mibaraka kwao. Watu wa Mungu, kama unasikia kuzawadisha mgeni, usirudi nyuma. Hiyo ni jambo nzuri. Wabariki watu wa Mungu pia. Ukiwa nalo kuja
wabariki watu hawa. Lakini ninaendelea kuwahimiza kwamba makambi yetu tunataka kuyamaliza vizuri. Tunataka kusherekea na kusema Bwana amekuwa mwaminifu, na tuanze mwaka mpya vizuri. Kwa hivyo Mungu awabariki. Lunch yetu iko pale, muweze kukula na Mungu aweze kuwabariki. Hakika tumezidi kubarikiwa katika viwanja hivi vya Better Living Getembe, na natoweka hapo mchungaji Lubua akisema kadiri wanavyo kusengenya au kadiri wanavyo kutesa, Mungu anazidi kukubariki. Mtangazaji mwenza, je, umebarikiwa katika makambi haya? Nimezidi kubarikiwa kwa kweli kwa hotuba ya leo ambayo imejengeka kwenye kisa cha Waisraeli walivyoteswa na jinsi Mungu alivyoweza kuwazidisha. Hakika natumai na wewe umezidi kubarikiwa. Mtazamaji unayezidi kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, ukiwa unatumia handle ya Get the Point, Take a Step Forward, natumai unazidi kubarikiwa. Kwamba kadri unavyozidi kupata mateso, Mungu atazidi kukuinua. Hadi hiyo kesho takaporudi tena hewani mida ya asubuhi hadi jioni, tutasema kwamba Get the Point, Take a Step Forward. Amekuwa mtangazaji mwenza Dana Salome Mangi. Naitwa Emmanuel Bosire, barikiwa. Hadi hapo kesho, kwa heri.